home ilikuwa inatoshanaje na watoto walikuwa wangapi? Alikuwa na watoto tuwili. Kamoja but pia kakwa kameona mtu mweusi cause the first thing kalinifanya ni kakajipaka. Kaone kama kuna rangi itatoka. Alienda kanunua chemical. Akaniletea akaniambia niweke nywele by force. Alafu wakanisimamisha hapo kwa jua. Ukauke waoneka chawa itatoka. Kai, nikarukia driver. Nikamwambia unajua nini? Unasikianga African women wanachapanga wanaume. I am one today. Na vile mnatuitaga monkeys, this is one. Yes, it's either you drive ama siachili transformer. Wewe utangoja. Akaniambia utanifanya massage. Ati madamu hayuko. Wewe utafanya aje? Na ni usiku. Ulimfanyia? Whole body. Sasa utafanya aje na ni usiku? Geithika muno mwiroreri wa kirathi gia Karo Kinyugo Mwaura ngagucokeria ngatho haria hothe uri haria uratwirorera kana wi thiini wa bururi kana nja wa bururi igwo nyititwo ugeni muno thiini wa tabarira ya kirathi gia Karo Kinyugo Mwaura. Nie njitagwo Karo Kinyugo Mwaura no umuthi ndirakunyita ugeni ngenda tumenye maundu meri matatu makonainie na meikarire ya mabururi maria twitaga Gulf kana kuri ogwo nyendete muno gukorwo ngiroria ngano ciakwa tondu ni njui kuri na makirima a Kenya aria maumite guku bururi-ini magithie gwetha miaramano thiini wa mabururi macio na thiku ici ni gucokete gukorwo na ngano nyingi muno cia maundu marathie na mbere thiini wa mabururi macio. Koguo muthenya wa umuthi turi na mugeni othiete mabururi mana mwena ucio aretwo Sophia Amimo na Sophia ni agukorwo agitutariria meikarire iria atunganire nayo kuria mwena wa Saudi Arabia agicoka agithie Qatar agithie Dubai na agicoka agithie Bahrain na ni agutuhe experience cia mabururi macio mana. Ni aratwira ati ni kundu ukubatara guthie wenyihitie no rute wira nigetha uhote gukorwo gikinyaniria ihinda riria wathiete kana contract iria wari nayo. Koguo muthenya wa umuthi turaraniria nake tondu muiritu uyo ari na kioneki kinene muno, ari na kioneki gia gukorwo agiteithia returnees kana andu aria marauma mabururi macio na magoka guku bururi-ini. Ririkana rimwe ni tukoretwo tukiona iharo-ini cia ndege amwe magiuka ta hihi mataraigua wega mwiri, angi meciria mao ni mathumbukite ni undu wa maundu maria monete, angi ni marabatara motaro tondu hihi maundu maria mathire na mbere na guku ta bia ciao kurio kana ciana ciao igitungwo ni mathina ni makoretwo makibatara maundu maingi muno, angi ni mateceirwo na kuma bururi-ini macio. Koguo ri agukorwo akideal na andu acio tureta returnees kana aria maumite mabururi macio na magoka guku bururi-ini, ni agutwira arenda kumateithia na njira iriku. Koguo tutanaingira thiini wa ndereti muthenya wa umuthi na tugukorwo tukimitafania na ruga ya Githweri tutukanie na Githungu nigetha ikorwo igigikinyira andu aingi makiria. Ni ngwenda gukuririkania ati kirathi gia Karo Kinyugo Mwaura turugamirirwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya Brico Homes na Brico Homes ni turagwitira migunda kuria mwena wa Juja Farm athi kuria twina migunda ya 40 by 80 na turamiendia na thogora wa 495,000 Kenya shillings na migunda iyo ugukorwo tu wahituka tauni ya Juja Farm na ugithie kwerekera Juja Farm athi hau niho migunda iri na broti cio ni iguritwo muno nginya andu makambiriria gwaka. Ungienda gukorwo uri umwe wa andu aria moragia Karo niko tungiruta migunda ya thogora wa 500,000 Kenya shillings twikuota Brico Homes nigetha tuguteithie gukorwo ukiona mugunda kundu kwega kuri hakuhi na tauni ya Nairobi na ya Thika na ukorwo giaka no hote guikara kuo. Namba cia thimu ni 0721077077. Reke riu tuingira thiini wa ndereti o muthi tukaribisha mugeni witu niwe Sophie nigetha akorwo agituhe rugano rwake. Hi Sophie, how are you? I'm fine. Karibu sana kwa Kirathi. Asante sana. Leo tutaongea Kiswahili juu yako na juu ya wenye tunataka watazame. Ni kweli. Juu of course si wenye tu wanaongea Kikuyu peke yake ndio wana travel. Si ni watu wengi wana travel wanaenda huko. Tunaweza taka pia wao wasaidike wakisikia story yako ya leo. So we want you to say hi to our viewer na wakaribisha kwa show ya leo.
Okay, asante. Kwa majina ama my names are Sophia Amimo. Na zaidi ya yote kila mtu ako na identity ya ukweli. Yes. Yangu ni ya Yesu. Mimi nimeokoka. Wow. Yes. Kwa sababu that is the last and the true identity. Yes. That without Christ, yes, unaenda nowhere. That is true. So ukiwa pale, mimi ninashukuru Mungu pia nikonyita ugeni. Mahali hapa. Kumbe unapata kidogo. Yes. Wow. Na it's a privilege. Yes, thank and you. I'm humbled for this chance. Asante. Because I know kuna watu wengi wangetamani na wanatamani kukua tu hapa. Anashindwa where to start, how can I, but mimi nasema nashukuru sana kufika mahali hapa. Na pia at least tuweze kupeana the information, because many people perish for lack of information. Is power. And it is knowledgeable. Yes. Inasaidia sana. So at least labda kuna mtu pale anasema I'm going through this maybe. I don't know what to do. Has someone ever gone through this? We are so many. That is true. Yeah, we are so many. Thank and you, it is for the better of the future. That is true. Yes. Sophie, nimeambia Mwiroreri ya tumeenda countries 4 za girls. Wapi na wapi? Watu usituka mpaka wananiuliza how. So in life we don't give up. Yes. And for me huwa nasema there is no room for Satan. Yes. And that is giving up. Because when you give up, it shows that Mungu ameshindwa. Yes. Na hakuna single day Mungu atashindwa. That is true. He is the winner. He will always be the winner. And greater is Christ in us. That is true. He makes us winners. That is true. I started with Saudi Arabia. So nilipoenda pale, I went through a broker actually. By that time we couldn't differentiate between a broker and a true agent. Ama like the office, the main office, because hakuna mtu anakupeleka kwa hiyo main office. Yes. And the first person unaongelesha unasema alafu hiyo wakati maybe you are praying. So unaona this is answered prayers. Yes. Unaona? Yes. Then it is coming when you are praying. Yes. And which gives us also hii tunaambiwa sometimes when we pray, see answers zote zinakuja ni Yesu. Yes. Zingine zinakuwa ni mifano ya wale malaika wa kujifananisha. Yes. So mimi nimeambiwa na a friend, actually it was through a friend that I even don't know. Maybe she became a friend that time. My sister calls me and tells me ati watu wanaenda ngambo. Unataka na saa hizo unatafuta kazi. Si ati hauko kazi, because I was full time. I was in full time ministry. That was in the year? That was way back 2013. Then sasa rudi nyuma, I had done it for like 6 years. Ni social worker, hiyo nini, kutembea, evangelism. On top of that, we were having like children, dealing with orphans, dealing with kids who are positive by the way. Wapi uko? Mtaani tu. Okay. I've been to so many easy Madhare. We've gone as far as Nanyuki. Naona. Yeah. Okay. Pia kupeleka from tunatoa street kids tunawapeleka kwa hizo homes. Yeah, lakini hiyo ilikuwa mradi ya serikali. So mambo ya kusema ati like kujitolea si sahi. Ni kutoka kitambo. Na Sophie, umezaliwa wapi kabla tujue venye ulienda Saudi? Umetoka wapi? Kunaweza kuwa kuna mtu wako Bahrain ama wako Saudi na pengine village yenu ndio yao. The same. So I'm from Western Kenya. Mimi ni tukirudi kwa clans, mimi ni Mnyore. So we are tuko between Kisumu and tuseme kuna katauni ketu kanaitwa Luanda. Luanda. Na kuna secondary school kubwa sana inajulikana, inaitwa Ebusakami Secondary. So mimi ni Msakami. Mluya atajua na maanisha nini. Ukisema wewe ni Msakami. Mimi ni msichana Msakami. Okay. Yes. Okay, Msakami. Umezaliwa in a family of how many? In a family of okay, my dad had 2 wives. And we were 16 of us. 16? Yes. Yeah. But my mom alikuwa na vijana watatu kwa tumbo yake, vijana watatu. Alafu wasichana ndio tukawa wengi sana. Wengi sana, saa zingine na huwa nasahau namba. But najua tulikuwa 16. But tunajuana vizuri. Okay.
16 from both moms. Yes, and I'm the last born. Where? Wow. Yes. That's nice. Yes. Wow. So tell me, vile uli grow up uko Sakami. Sakami. So how did you end up thinking that utaenda Saudi? Umetuambia kidogo kuna kazi ulikuwa unafanya, but just take us through your journey kidogo. Ulisomea huko, then after that ndio ulisikia kuna kazi Saudi. Okay, sisi tumelelewa from towns mingi. Tumekaa Nakuru, tumekaa Mount Elgon, tumekaa Kisumu, tumekaa Kitale. Tulikuwa mam walikuwa na move tu. Mam alikuwa anafanya biashara hizi kidogo. Sometimes zikirudi chini anatafuta kwingine kwenye biashara itapatikana ya kutu like sustain. And then we also had sometimes kuna conflicts between the parents, hiyo ni yao. Yes, then you find maybe me move tena hivyo. And then it came a time, okay, my mom went through a lot. Yes. Because my mom came and lost like out of that number, right now we are 3 girls and 3 boys from my mom. Okay. So you can imagine kupoteza watoto wa 19 years nini walifuatana hivyo kuenda kukufa. So mama kaingia into depression. Like unajua mtu akiwa depressed, a parent being depressed, that sometimes haoni muko lakini still she will be thinking of the firstborns. Unaona, na hawa ni watoto wake, alikuwa na maono yake kwao. Sisi pia we miss, unaona. I had a sister mwenye alikuwa this age, so she came to ile alikuwa amekaa kwa depression for long, unaona. So ikafika mahali unaona kutakuwa na kagap hapo katikati. Nasema hivyo maybe sababu kuna mtoto maybe anaweza kuwa anaona it is the parents' fault sometimes, it's not their fault. When you see your parent like akona stress, ama unaona ni kama amepoteza attention. Tena mimi usema we Africans tusijieke kwa maisha ya watu wengine kama venye tunaona maybe maisha ya uzunguni, tunaanza kubeba vitu kwa roho. No, that one even made me to love my mom more, because I used to see how the love that she had towards my sisters, she still thinks about them. She could cry like all the time, unaona. Alikuwa analia like all the time. She could lock herself, anaanza kuwaita majina. So ikaleta kagap kidogo, but we remained strong, unaona. To a point mpaka wanafika mahali wanakuwa na like hawasikizani na dad, unaona. Ni kama kuna ka blame game, yani huyu ana blame huyu. So ili affect pia, ikaje katu affect. So unaona mama anaenda huko, dada anakuwa kwa huku, mnataka kufuata mom, unaona. Education pia ikawa ina changamoto. So shule nilikuja kuanza, actually mimi naambiaga watoto siku hizi pia, mimi I took myself to school. Because nilingoja, I waited and my mom is still battling that. So what should I do? I can see kids going to school. I approached one friend of mine, she was called Mary. And also Mary loved me, and she was like, why is it that when we go to school you are not going? Then I'm like, sijapelekwa. But kuna kitu tena nitasema hapo, God is God of wonders. Can you imagine, I had never gone to school but I could read. Unasoma tu kwa peke yako kwa nyumba. I could read storybooks. I don't know how, but me nilijua kusoma kitambo sana hata kabla niingie shule. So Mary told me our school inalipangwa hivi 150. 150 na si Saturdays tunauzanga bonds, kulikuwa na bonds mingi mtaani. Tunauza plastics. This can pay my school. So say ulikuwa how old? Niko kadogo huko 7 huko. Lakini sasa unajua changamoto za maisha zinafanyanga ukue mtu mzima hata kama uko mdogo. Na ndio nasema changamoto zinafaa kukufanya you be strong in the Lord, na zikufanye you want better for future, not to remain there ama unakaa una distress, oh I'm going through this. No, me hata sikuwa hizo. I don't see like my mom is doing something wrong. No. In fact I was so protective. Sikutaka kusikia ako peke yake mahali
because there was a time I'll enjoy into alcohol. So you can imagine, yes. So I was very like, something could happen to my mother. Where is she? Hiyo ndio ilikuwanga akili. I don't want to add her more stress, even though she's going through this. So I tried my best kukuwa mtu amegrow. Na mimi I don't have a problem with that. Alma mtu aseme she matured nini because of this. No. This is God's doing to me, according to me. Yes. Now that is God's doing, because how do you survive at that age? How do you think of going to school at that age? So mimi I sold my bones na plastic zenye nilikuwa nazo, and then I bought one book. And I bought a black skirt because they were wearing navy blue white. Okay. So I bought a black skirt, a shirt, and in the morning with my friend nikaenda shule. Nikaingia na nikaulizwa which class are you? Nikasema 1. And where's your parent? She's coming. She told me to give you this money and she's coming. And that is how I joined school. Nimeingizwa class 1. Najua yani ile una expect kutojua, mimi nilipata kila kitu right. To a point nilitolewa class 1 nikaingizwa class 2. Wakasema even I don't belong to class 1. Nikaingizwa class 2. I could write a composition in class 2. To a point they took me to 4 different schools waone nini like how nikapelekwa to a private school ilikuwa na watoto werevu sana. Nilipewa sijui watoto wa class 4, I remember. We wrote a composition together with them. But for me, I knew God was preparing me for something. Yes. I knew there was something. Then I used to admire to pray in English. I would all the time tell myself, I'll be going to London. How will I pray to the people in London? Yes, nikitembea kwa njia. Yes. Then I'm like, God, I'm all the time, as I understand English, I can speak a little bit of it, but I can't pray in English. So I used to ask the Holy Spirit, I want to pray in English because I'll be going to London. And in London, people don't know how to speak Swahili. So nitaomba aje. So even though nilijoin school, na kukawa pia na still my mom ako pale battling to so una imagine you are still when unaji drive nini, even sometimes when the parents are needed there, she forgot. She's not available. She forgot. Yeah. Or maybe you're even afraid because she will come drunk. Yes. In school. Yes. Oh my God. I'm just like, okay. Yes. When even when she forgets to bring me lunch, you know what I used to do? I would cut papers. Ile shame ati like huyu habebi chakula, huyu nini. So what I used to do, hizo papers I would pretend I'm taking something from my pocket na naika kwa mdomo. I start chewing, but ndena ni tu ndio tunafurahia pamoja wenye wanakula lunch na wao. Uski kuomba saizi. No, hata siko huko. I'm thinking of my mother. I'm just thinking that God amweke safe. Amsaidie tu hata hivyo tu. Masaa inaisha, we go home. And I know when I go home there'll be something. Yes, and she's unaona ile guiltiness, but I don't want her to feel that. So I'm okay, namuonyesha tu I'm fine because she would prepare the best she can afford by that time. And don't forget she's jobless at the same time. So nikaendelea, ikafika mahali sasa unaona hakuna fee that much. There's a lady who took me. I don't like to talk much about it. She helped me because maybe sikekuwa naongea hivyo like kuendelea hapo niliendelea, but kind of kulikuwa na kakitu kakunifurahisha. So kakanifanya even I don't need that help. You know, nikikuona una kiatu ninunulie kiatu. Ufai kushinda ukiniambia si nilikununulia kiatu. Si nilikununulia kiatu. Nitachoka hata na hiyo kiatu yako na nikuachie hapo. So that is something that ilifanyika like then unakuwa you've been through a lot, you don't want more. Yes. Kama kuna mtu anatakaga peace ni mtu amepitia mambo, that's unaona hata mtu hataki story. Yes. You just want to be good. Because those good moments ndio zinafanya uishi. Yeah, that's sitaki kitu yote mbaya inanikuja na mimi sitaki kukukosea. Na sitaki kukufanya yani ukasirike. Juu ninajua kukasirishwa ni nini, ninajua kukuwa disappointed ni nini. So I try na jaribu sana kukwetu na hizo best moments. Sitaki hizo moments mbaya. So mimi kafika mahali nao nimeanza kugrow. Do you know that even when ilifika nataka kuingia like
kuingia katika nini inaitwa uadole. Sikutaka. Sikutaka because I used to hear so many stories zenye zinifurahisha, so I was even afraid kuingia adole. Tunaanza sasa kwanza kufundishwa shule, sasa ndio najua ndio it's coming. Mimi even when I started like kuingia periods, I never said sikuwaisema. I used to use tissues, mattresses because mama sijui ataanza kuniambia nini, because alianza kuniambia vitu, not my mom sasa. Mtu amejiofa kukusaidia. Yes. Alianza kuniambia hizi vitu mara you start growing. Parents also should be very careful on what they speak. Mtu atakange, kuna vitu mtu ataki mzazi amwambie hata kama they exist. Sio ni maumbile ya Mungu. Let it come at that time. Kuna vile una advise mtu, unamuadvise unamharibu. Haumsaidii. Sasa ukianza kuambia mtoto tumapera tutaanza kutoka hapa kwa kifua uanze kurukaruka huku na tuvijana unaona hizo ni vitu sasa unaniambia hata sijaifikiria. Sifikiri. Yes. So nika drop hiyo offer yake ya masomo na ndio nikaanza nataka kuingia kwa street life. Ukiwa in primary or secondary? Yes, in primary. But still nakumbuka Mungu. Sophie, hivi ndio Mungu anataka. Hivi ndio unataka. Then my friends knew me, Sunday school wapi, wananiita Muhujia. Niki. Kwani Sophie uli backslide? Because now I'm joining them. Why, you want to make a living out of the streets? I'm starting to like them. Then there was a mom who used to work like in a club. She welcomes everyone. Then you are with this Christian who is always telling you vitu zenye hutaki. Now we wonder, this woman anawaki in a club, welcome, hiyo nyumba yake imejaa wasichana. Ananunuanga tu chakula, mnakula, yeye anaenda kazi. So with education that is how ilikuwa, though siku ilikuwa na changamoto. Na nikamaliza with my headmaster mwenye tu alinichukua kaniambia kale katoto kangu kale katoto kangu siwezi kukaachilia. Because pia nilikuwa na make shule inakuwa na grades mzuri. So nilikuja nikakaa nyumbani na nikawa nimeanza kukua tu tena another side, yani haku give up. Nikawa hata nimeenda Nakuru, alikuja mpaka Nakuru akasema no, lazima ufanye exams. Lazima ufanye exam. So nikafanya exam. Nikifanya exam I was already expectant. In class 8? Yes. So nikamaliza tu. Kumaliza to join kukawa na difficulties because now my mom is still haja reform. Yes. So nikawa najipeleka. So I have to hustle again nikienda. Hustle again nikienda. And you have a child at the same time. So ikakuja ikafika mahali tena nikasimama. So hapo ndo nilianza kufikiria sasa kuteleza umeteleza, but still kukaa hapo ndio shida. Now I have to think of the future. Tukawa hivyo nikaendelea tu na church nini hivyo nikaendelea na life venye iko. High school uliingia? Niliingia, lakini sasa unaona naingia nikirudi. Mimi ni mzazi na bado mimi ni mwanafunzi. Na ni hizi chips kwa barabara, unaenda unalipa kidogo, unarudi. Huyu naye anakuhitaji. Unaona, kwanza sasa nikawacha. Nikatafuta hizi za hours za kuenda na masaa. Bado haikuja, inakuwa ngumu. Still bado nafikiria msichana wangu. So nikasema nitafanya aje, nikaingia bado hiyo ndio nikwambia sasa, nikakuja nikapatana na mama. Nikaingia into full time. Nimefanya kazi twingi mjengo nimefanya. Yani in the process nimefanya vitu mingi. So hata nikidecide kwenda Gulf, si ati sikuwa najua kuhustle. Nimehustle sana. Mjengo unabembeleza mtu akupatie. Unambembeleza hivi akupee kazi. Na hiyo mjengo kuna mwingine anakuambia lazima ulale na yeye, ndio kama unauliza mjengo pia nilale na wewe unipatie. Unaweza imagine. So unaona hali zingine ndio zinafanya hata watu wanaenda wanaanguka kwa mikono mbaya. Sasa mimi nilikaa hivi nikaona si huku ni mashida, huku mashida. Mtu amekuja na offer ya ngambo. Utafanya nini? Utaenda tu na ujui hata ngambo yenyewe uja research hata una any information. So I stayed for like 6 years when nimesema. Kujitolea church wapi. Though siwezi sema ati church ilikuwa inaniachilia pia. Kuna vile ilikuwa inasimama na mimi.
sana, but still naangalia mtoi ana grow, ataingia high school very soon. Nini ita happen? Nitampeleka na mikono. So this lady alipigia sister yangu. Sister yangu naye akamwambia, akanielezea. Nikaenda. Vile nilienda akaniambia kuna offer, na sisi ananiangalia vile, kwanza aliniambia wewe vile unajua kizungu hivi unaweza kuwa mwalimu mzuri. So kuna vitu mingi zenye utapata, si tu hiyo. So mimi aliniambia ni kampuni inataka watu, na hata si vitu katengeneza nini. We sasa hata jamani, watu waache uongo. Si uambie tu mtu unaenda kazi ya nyumba. Sasa mtu akikurembeshia mpaka CV, mpaka tupicha tunye mtu napigango ati official, ndio mtu akikuona anakuona mimi kufika hata nini. Acha tu niseme, hata si contract si kusaini. Ofisi siwezi kuambia inakuanga wapi ama ilikuwa wapi. Tuko tunakutana hapa Tomboya. Tomboya unaambiwa pahali nje. Hapo. Na juu sasa hata Tomboya yenyewe nilikuwa sikuji sana. Nikaona labda ofisi yao ni hiyo Tomboya wanakutanaga. Unajua you are not asking much. You don't have much to ask. Juu hata you are desperate. Yes. Then at the same time you are thinking, am I doing or am I making the right decision? Yeah. And then passport ikatoka. I paid for my passport. Okay. Sikutafutiwa. I gave them money. Wakanitafutia hiyo 70,000 yenye walikuwa nataka, ndio niliwaambia sina. Mnaniitisha 70,000 na mimi ninakosa ya chakula. Sina. Na imagine 70,000 kama ningekuwa nao ningepeana niende Saudi. Na imagine. Yes. 70,000 yenye unaweza anzia biashara. So it happened that it was so quick, asijui ni neema ya Mungu, mpaka broker anakuambia unaombanga wapi? Akikai. Juu mambo zako zimeenda haraka na kila mtu anakutaka. Umetuma picha wanakutaka, huyu anakutaka, huyu anakutaka. So mimi hata sijafundishwa. Thanks to now at least we have schools. Sisi hatukuwa na shule. Hatutafundishwa hiyo mambo ya pre-departure, how to prepare yourself, duration unaweza pea mtu ajipange. None. Unastukiwa hivi unaambiwa toka. Mimi kama mimi niliambiwa tu toka. Sijui it was on a Sunday, you're supposed to be on flight saa 7. Haniambii I am supposed to come 2 hours before. Mimi sasa nilijua ni kama matatu. Si niko take my time. I took my time to tell even like my friends bye happy ile tu like the few. I even slept in church. Knowing that Mungu amejibu maombi naenda ngambo. So nikasema si ni Mungu tu nimekuwa nikiomba, huko ndio nitatokea nikienda. Nimeambiwa ni pack manguo mingi, nilibeba suitcase nyingine jamani. Nikaambiwa nivae ma official nibebe because kwenye ninaenda. So visa is ready, everything is ready. Ilienda like sijui haraka. Mimi nilipatililiwa bahasha airport na sikupewa, nilitupiwa. Na agent? Yes. Na hiyo ndio ilikuwa first time yangu kuona mwanaume, ndio alinikujia nimechelewa na wananiuliza niko wapi. Naambia si niko kwa gari nakuja, sina pesa ya taxi hata. Wakaniambia wewe uko na kichwa mzuri. Sasa mimi nishaharibu akili zao juu hizi ni pesa nikupotea zinapotea. Mimi sina haraka, ndege ni ya saa 7. Mimi bado najikokota kwa njia. Ndio nakuja kujua later it is 2 hours. Check-in ni 2 hours. Sasa nimechelewa, nilifika town hata hawakunisalimia. Nikifika town naona a different person. Broker simuoni hata anywhere near. Ni mwanaume sasa nakutana na yeye ananiambia ingia kwa gari. Nikaingia. Drove, alikuwa anaendesha hiyo gari hadi unashtuka. Ninashtuka hata nashindwa nitokee kwa dirisha ama juu already nimetense. Ni ndio usiache na ndege. Alikuwa anaenda akigongesha gari anaenda na anafanya hivyo tu mpaka tukafika. Kufika aliniambia out of the car. Nikashuka, alinirushia bahasha na akadrove na akaenda. Wewe ujisort na kucheck-in. Ujisort. Sasa shida yangu ni hii. Nilitaka kurudi mimi. Sikutaka kuendelea na hiyo safari. Juu nilifikiria mambo mengi kama hii ndio kazi. Hii karatasi nimerushiwa bahasha ya ni brown ama ni grey. Sijui inasema nini, iko na nini. Nimesimama hivi nirudi home nifanye nini? Mimi niliacha nimepeana nyumba yangu kila kitu. Sasa narudi wapi?
I know. Nilikuwa naenda ngambo kai nilipeana vitu zangu zenye nimehustle. Ile ulikuwa na hustle unanunua. Everything nilikuwa nimenunua. Nilikuwa kama mama kamejipanga. Hata sahani ningekukodesha. Nilikuwa nimenunua marorenja hizi masufuria. Yes. Nitakukodisha, nilikuwa nakodesha. Kwa hizo tumijenga unafanya nini nanunua. Kwa nyumba si mgeni angekosa hata bedsheet ya kujifunika. Nimenunua. Nilikuwa nimejipanga at my age. Hivyo because I knew already when you become a mother, you become a mother. Accept and be responsible. Knowing that this child anajua you are the lion. Ule mwenye akisikia akipatwa na tabu ama shida anasema lion, unakuja ka una roho, si ka unatetemeka hapo kama mtu amenyeshewa. So I had to become that mother. And and I love my kids. Me sitakangi mchezo. They come first in my life. Before anything else. Before anything. That is, we have God, yes. But they come. Ile unaonaga what I see with the parents sometimes with sana because by that time now it's like you are a single parent. You put men first. Unapewa tu ofa wana, unaachilia watoto. Mimi never. Hiyo ni hiyo hata sijui kama inaweza ring kwa akili. Your kids wanakuja first. And alafu what you go through, you don't put your stress on your kids. See how wamefanya. You just need to love them. We battle na battle zako kwa bedroom ama ujifunikie mahali, but ukiapia to them, appear when you are happy. Because they know okay, it's like me, I'm putting my hope in God. So I don't expect God to disappoint me, and He will never. Same with the kids. The challenges that we are going through or you go through, you don't put them on your kids. And then people will be offering you cheap offers, men coming in your life, you now think of, and then this thing of thinking of remarrying, it shouldn't come that fast because we fail. Tunapata tumefail kabisa. Because unaona mtu anakuja na kudanganya. Mimi hiyo nilisema never. I gave my kids time. Kabisa. And I was just thinking of them. And that is one thing that made me to go. Because hata nilikuwa nishapiga hesabu. Nasema milioni 4 hivi. Si mbaya kwa account ya mtoto wangu. I even opened a bank accounts for them. Before you left? Before I left. But the time ulikuwa naenda ulikuwa na wawili? Ama ulikuwa na mmoja? Wawili. Kijana na msichana. So nishawapangia, nimeenda nikaregister ni Jambo Junior. Na nilikuwa naionea kwa TV. Sasa nasema inakuwa reality. Naenda kupea watoto wangu Jambo Junior. Haikuwahi kuja. Gai hata tukadi tuko kwa nyumba na tuangalianga hivi mpaka there was a time my daughter asked me how much do I have in my account. Ukasema ambia don't worry. Sasa mimi kaenda Saudi. So ulifungua ile barua hapa kwa airport? Si kufungua. Niliuliza unaenda wapi? Nikawapatia, nikamwambia hata sijui. Wakaniambia unaona these things are happening and they have been happening. And I think that is why they are trying to change things. Saizi I'm so happy kumekuwa na so many meetings. Syllabus at least hii curriculum ibadilishwe because hii pre-departure inahitaji kweli funzwa. Uko airport kama mjinga. Umesimama unauliza unaenda wapi? Unajua kama unaingia hapa my friend, hata utaachwa na ndege tu. Sijui departure, arrival. Sasa unashindwa arrival, mimi ndio nimearrive ama kuna mwenye ana arrive. Sasa sisi ndio najua arrival ni mwenye anakuja. Ningeenda kusimama hapo nimearrive. Hiyo sijui ati pre-departure and I don't know. Ni Kirathi pre-departure sijui. Na nani alikufunza Kikuyu wewe? Nililelewa na tutoto wa Kikuyu. Tulikuja Nairobi, every child is speaking Kikuyu. I'm like, mom, huku ni wapi? So I had to. So unaweza ongea Kikuyu kidogo? Wow. So this guy akaniambia leta hiyo bahasha. Ukamwonyesha? Nikampatia. Akaniambia enda pale, they are good. Those officers wanakuwa wazuri sana. Lakini unajua sasa haizi enda more than hapo cause hajui agreement yako ni nini. Labda angenisaidia ama mimi sijui ningeongea, angeniambia Saudi kuko hivi ama hivi. So yeye ako pale kukupokelea na akupe direction as officer mwenye amekwa. Akaniambia enda pale. Alafu it is good always to ask.
usiwahi ogopa kuuliza kama ujui. Juu hata wasichana wengi unajua wanapelekwa pale hata kusoma hawajui na hawataki kuuliza wasionekane wajinga. Sure. Mimi hata kama nimeambiwa ni hapa narudia ni hapa. Narudia hata ukisema ukiniambia enda town mahali fulani. Nimesimama nje ya building lakini nitakuuliza ni white na ninaona white. Ndio nikuwe sure because of what I've seen. So nikiingia mimi hata sikuzisoma, sitakudanganya. Sikutaka kuzisoma juu ya ile vile alinifanya tu. From the beginning nilipoteza interest. Sasa niliingia tu kwa ndege nikaanza kulia. Nililia tu. Nilifikiria watoto wangu nililia. Niliuliza is it worth it? Treatment yenye nimepata hapa. Is it worth nimeacha watoto wangu, nimepeana vitu zangu. Lakini hata narudi wapi? So ni kuenda tu na ndege uwezi sema shukeni nirudisheni chini nishuke. I know. So nikaenda, kupokelewa kwangu ni ile tu machungu. Unakuonyesha tu wewe ni mfanyikazi wa nyumba. Nikafika pale, but still my heart is in church. I'm just thinking of church. Hata yani nafikiria tu church. Najiuliza nimeacha church nikuje kufanya nini? Nikakaa ofisi siku ya kwanza ya pili, nikakujiwa juu ni story refu. Nilikujiwa nikapelekwa nyumba yenyewe ilinistua. Ilinifanya ati kubwa. Kwanza tukiwa kwa barabara namuuliza huku ndio ministers wanakaa. Hata anajua namwambia nini, hajui kizungu hajui nini, lakini nyumba ni kubwa. Mimi nikafika, nikakaa siku ya kwanza ya pili, hata yani vile unatritiwa tu. Hakuna mtu akona shughuli na wewe. Nikuta wasichana wa kazi wamejaa huko. Wamejaa kila mtu na kazi yake. Hakuna mwenye akona haja na kazi yako wewe. Nikauliza mmoja, huku chachi mnaendanga wapi? Nikasema Uafrika na ujinga. Ni ujinga hiyo ama tutaita ni nini? Hiyo tunaweza sema nini? Una imagine wewe unauliza nani church? Hiyo tu ndio ilikuja. So mnaendaka church wapi? Hata nijibu. Nani yao kwa wakazi wengine wanauliza? Walikuwa wapi na wapi? Kulikuwa na Filipino, kulikuwa na Ethiopia, Wahindi, wako mixed. Unajua hii familia ni mzee ako na bibi wangapi? 4. So watoto wajukuu ni wengi. Hao watu ni wengi. Nyumba ukipelekwa nyumba ya bibi wa pili unaweza kupotea ukirudi. Juu hata nilisema nikujiwe nimepotea. Kuna wakati niliamshwa asubuhi, nikaambiwa niende sijui wapi. Nilienda nikajipata nimetoka kwa nyumba ya kwanza, nimeingia milango ziko tu. Kumbe nimeingia another compound ya bibi mwingine. Mimi nilishindwa kurudi kwenye ni kwetu. So wakapiga simu nikujiwe. Ndio nirudishwe. Ndio ujue ni wapi ni boma unapotea. Unapotea kwa nyumba. Within the compound, Kwa nyumba unapotea. Kitchen iko hapa, hata sijui niliingilia wapi nikatokea wapi. So mimi nikakaa pale siku ya hizo. Niko na njaa, chakula naona zikitupwa lakini hakuna mtu anakuuliza ama utakula. From day one? So ulikuwa unafanya aje? Hata sina appetite. Kwanza. But tumaji nafikiria hiyo kazi venye nitakuwa naifanya. Sasa hiyo ulipewa kazi ya kufanya nini kwa hiyo? Nilitiwa kwanza mama mwingine. Bado sijaanza kufanya kazi juu. Huyo mama alikataa na akakataa mpaka nifanywe medical. Na mimi nimekataa. Juu nimefanywa medical Kenya. Kufika airport nilipelekwa medical. Na unajua wanatoanga mtu damu nyingi. Sasa nitadungwa tu hapa tena. Mimi nikamwambia medical Kenya, medical airport, medical here. Kwani ni nini mnatafuta? Na result ni zile. Nikamwambia siwezi kuuza hata mtoto kama hujafanywa medical. Kama sijafanywa medical. Na mimi nikasema na mimi sifanyiwi kwa roho yangu. Na mimi kama hiyo ndio inaweza nirudisha Kenya, it is better. Sitafanyiwa. Haya, huyu mama hata hawezi uliza ninalala wapi. Wafanyikazi wale wengine wote wako na mablanketi, wako na nini. Kazi ni kuniita, ni kunifanyisha interview. Na saa hizo nikiwa hapa ako pale, guy ako huko. Unamjibu akiwa huko ni kama prince. Kai mwadhani mnasema aje? Sasa anakuuliza swali kama gani? Hata kizungu yenyewe hajui. Na anakuuliza na hapa nakwambia husband come you talk English. Sasa husband yangu anajua kizungu kuniliko, so ngoje utaongea. So eventually ulifanywa medical ama? Sikufanyiwa, Mungu alikuja.
Mimi nimekaa hivi, wacha nikwambie, maombi usaidia. Mimi niko imani yangu iko tu pale pale. Mimi nisema mimi sikai miaka 2 huku. Na huko ndo bado nilifanywa mambo ya ajabu. Although sitaki kusema juu sasa watu wataanza kusema hapa Saudi ni kubaya, lakini anyway kuna good side na bad side of it. We were once taken in a desert to be raped. Yes. Nyinyi wenye mnafanya kazi huko? Na nani mlipelekwa na nani? Huko sasa si nakwambia hii family ni kubwa. Yes. Sasa hata hujajua huu ni huu. Wakamwambia tokeni. Si mmeambiwa mtoke. Mkiwa wangapi? Sasa mnafikia mnaenda labda supermarket vile mnaendaga ama mnapelekwa mahali fulani, but we came to know even huko hiyo sio kazi yetu kwa sababu kulikuwa na dereva mwenye anafaa kufanya hiyo kazi. So yeye alikuja tu akatuambia ni sisi tukasiu mtu si mnajifunika na hizo nguo zao na mnatoka. Lakini sasa vile mnaenda mkienda na niona tumetoka kwa lami nikajua siku zuri. But Mungu alituepusha. Kuna kitu ilitufanyikia but we had to become like commandos. Venye mlifika waliwaambia aje uko kwa desert? Hata wewe utashuka kwa gari. Ukifika utashuka. Hapana. Huwezi shuka, si usha sense danger. So mimi venye tulifanya tulikuwa wasichana wangapi? 2. Sasa wasichana 2 nikamwambia fanya hivi. Hauhitaji kuambiwa chenye kinaendelea. Kuna watu 2 wamekaa mbele. Kuna sisi tuko katikati. Alafu kuna mwanaume huku na huku. So tuko hapo. So mimi venye nilifanya, nilimwambia first and foremost usiogope na sitaogopa. Na ukiogopa ujue ni hivyo. Juu already utaisha nguvu. Yes. Na unajua tu kwenye tunaenda. Ama wewe unaona ni kazi tunaenda? Hakuna kazi tunaenda. So ni wewe utujue venye tutafanya. Nikamwambia tukifika usishuke kwa hii gari. Ukiona tu huyo jamaa ameshuka, nilimwambia tukiona tu huyo jamaa ameshuka funga mlango. Na mimi nitafunga hii side. Na juu huyu alishuka na kiherehere huyu wa driver, si ni wamefurahi sasa tukifika hivi tunaona wanatoka. Huko kuna kwaka na tunyumba tunakuanga desert huko. Na ni twao tu. Sasa vile tulifika tukaona watu wameanza kutoka ndani nyama zimele. Sisi ni nyama sasa. Kai. Na wacha nikwambie Mungu ni Mungu tu. Kozi ninakumbuka hiyo siku msichana mmoja alikuanga Asha. Na my mom. Hiyo siku mom sijui aliguzwa na nini akasema Kenya niombewe. Alisimama tu. Na akasema naomba muombe mtoto wangu. Unaona? Mimi hata vile mama alikuwa ananiambia hivyo, ni kwa hivyo nilisema ilikuwa the last time maybe wangewahi niona. So you can see how God works. Na mimi asubuhi hiyo siku sijui ni nini niliamka tu na kuomba. Alafu naona na bado siwachi mambo ya kufast. Na unaona wasichana wengi sana saizi na wanajua wale watawatch. Wanafikanga Gulf mtu anasahau Mungu, anaanza kujingiza. Kwanza saizi ndio kumekuwa wasi. Sijui ni nini imerushwa, sijui ni pepo imerushwa TikTok. Ni hiyo tu kila mahali TikTok. Ingia hiyo TikTok kuhubiria mtu. Encourage other people. Unaingia TikTok, mimi naulizanga mtu hata wakiingia na wa comment na wauliza saizi cheza wimbo ya Diamond kabisa. Lakini saa ile utakuwa kwa shida. Huyo Diamond hutamuona. Huyo sijui Jay-Z hutamuona. Ule mtu utakumbuka ni nani? Mungu. Kitu ya kwanza utaanza kuuliza ni Mungu. Lakini vile umetoka na Mungu wako Kenya, enda na huyo Mungu wapi? Hiyo Gulf. Maintain. I'm telling you, if it wasn't for like that 4 days of fasting, because niliingia nikaambia Mungu I'm not staying here, I want to go back, that's my faith. I don't care ati kwanza ni unajua mimi nilikuwa na dharau kwa roho. Dharau langu lilikuwa Mungu haizi shindwa, so nilidharau wale watu. Nilidharau ile nini yao. Nilijua Mungu deep down hata shindwa. So hakuna vile pia nasema ningeshindwa. Nili-remain strong na nikaambia Mungu, I don't know how but you are taking me out of this place. I'm not staying here. Watu hawalali. Saa 11 ndio unaona wameamka. Muwatayarishe. Mama karibu mumuoshe. I think I went maybe to a royal family zenye wanasemanga. Mtu mumtoe kwa kitanda, mutengeneze, yani asha kuchukua kabisa wewe ni ka slave tu. Hakuna zile sisemi hivyo ndio yeye anataka, lakini kwangu naona ni treatment mbaya. Lakini kwake hivyo ndio anataka. Na ndio unaona anaitisha wasichana wengi pale. So tukirudi kwa story ya desert, wakati niliambia msichana huyu mzee mimi acha nikwambie.
Mimi sijui nguvu ilitoka wapi, but kuna kitu nakuanga mimi sijai kubali kushindwa. When it comes to God. Yes. Huwa nakataa. Ati situation. Atatenda. Atatengeneza njia. Niliruka. Nikamwambia msichana mimi nitaruka pale. Na it will only happen kama utafanya venye ninakwambia. Ufunge hiyo mlango. Nilifunga na kafunga, nikarukia driver. Nikamwambia unajua nini? Unasikianga African women wanachapanga wanaume. I am one today. Na vile mnatuitaga monkeys, this is one. Yes, it's either you drive ama siachilii transformer. Wewe utangoja. Uko umeshika transformer already. Nilikaa hivi nikasema ai, nikiwa mdogo I escaped one. Yes. 13 years I accept hii mwingine. Sasa ninakuja kukufia kwa desert. Never. Sasa unajua I flashed back. Machungu hiyo yote. Yes. Ananirudisha wapi? Pale. Nikasema gai huyu tunakufa na yeye. Yes. Tunakufa na yeye. Nikamwambia it's either you drive ama mimi sikuachili. Hiyo nguvu ni Mungu tu anaweza kukupatia. Unajua mimi huambia mtu anaona nikaa story. No msichana mwingine sasa alikuwa huko tu nikutetemekea na tetemekea huko kiti ya nyuma. Mimi nasema huyu acha yeye aendelee. Lakini mimi sikufi hivi. Yes. Ati sasa nafikiria mamangu hatawahi niona. Watoto wangu hawatawahi niona. Huku ni wapi? Hapana, sikufi hivi. Na ni kama let me pia spiritual ukiangalia it is something that the devil had planned. Lazima utapitia rape. Na mimi nikasema it will never happen. Because if God aliniokoa, me have escaped like pia unasikiaga maritualist hawa tufanya watu nini. It was way back in Mount Elgon. Wakati kulikuwa na clashes. Unajua mama alishindwa tabeba nani awache nani. Yes. So si ni mnaachwa venye mtaachwa kwa hizo clashes, mjitete. So mmekuja si mtu anajua kuna mali kuna kwanga na tutoto. I have a very long story, mimi hata siwezi maliza. But najaribu kuleta hii mambo ya rape. Unaona na mambo ya spiritual na hizi zingine za kufanya na kuna ya kuomba na ya kutenda na kawaida. So una imagine hawa ni watu wametununua. Hatujui wametununua na God akatusave na my sister. We were very young. Tuliachwa tukiwa tudogo hivi. Hiyo wakati wa clashes. So mama alishindwa atabeba nani awache nani. Hii ni vita ya wenyewe kwa wenyewe. And that is also how she lost property. Arudi lost watoto. So you can imagine alikuwa na battle nini. Mama alikuwa na mali kabisa. Venye hata singewahi fikiria naweza enda Middle East kutafuta from my brothers pia, my elder brothers, what they tell us, we were very wealthy. Mama ni mtu hard working, alikuwa hard working akiwa msichana. So hawa ni watu wanatununua. Tuko huko Mount Elgon, yani ni sasa sijui tulikuwa tuingizwe Tanzania ama tulikuwa tuingizwe Uganda, mimi sijui. Lakini ninajua Mungu alituokoa. Tunaona waki exchange pesa hivi. Tuchukuliwe tuende. Alafu huyu ni mwingine kwa desert alikuwa ananingojea after years back animalize na rape. Ukaona haiwezekani. And God gave me strength. So silibidi aturudishe kwa boma. Akaacha wanaume huko akarudi na nyinyi. Akaturudisha. Na juu ni kama ni kitu sijui ilikuwa imepangwa na nani. So hakuna mwenye angeongea. Tulirudishwa na mimi hiyo saa nikawaambia mnajua nini? Hapa sikai. Na ndio naendelea na fasting, usisahau. Naendelea na fasting. Madam ameniita, ananiuliza bado mambo ya medical. Madam kuniita, si ndio ilikuwa siku yangu ya 4 ya kufunga. Ya kufunga sasa. Sijaoga, sijafanya nini. Nilioga hata siku ile nilioga last, nilioga na nikarudisha the same dress. Ile kumuudhi kabisa. So kuniona hivi mama alishtuka. Nikashindwa mama ameshtuka nini? Akaniangalia, akatoa simu. Akaangalia simu, akaniuliza huyu ni wewe? Na mimi nikasema huyu mwenye anijui nitasema mimi ni mimi. Sasa ananiambia niangalie simu na niangalie, nikamwambia no it's not me. Akasema nirudishe kwa ofisi. Na hivyo ndio nirudi kwa ofisi. And it was after how long? Ulikuwa umekaa hiyo home how long? Nilikuwa nimekaa miezi. Hata sikukaa sana. Na ulikuwa umelipwa? Sijalipwa, hata simu sipigangi nyumbani, hata nitakaa nikifanya nini, nikibooth kimewekwa hapo ati mpigange simu nakio, kadi ununue, ninanunua wapi? And then these people, okay, me I just say hii si maono yangu.
Kai, ukarudishwa kwa ofisi? Nilirudishwa, imagine. Wow, ulifeel aje? Vizuri? Vizuri, na ndio fika kwa ofisi naambia Africa please. Sitaki kitu kingine. Na wali to understand. So I failed to understand. Right now tuko na trainings, mambo imechange, na that time ndio tungeuawa kabisa. Juu hakuna tini katururu uko nayo, umeficha kwa suruali unatoa, unaweka kwa matiti unatoa, unaona kataonekana, unajaribu kuweka wapi, unatoa. Ndio ka message, ndio utume ka message, unaweza tumia ka message. So I failed to understand kwa nini saizi kumekuwa na vifo mingi. Na hiyo wakati ndio ungenyongwa na utupwe kwenye unatupwa. There is no communication. Yes. But I came back. But tukumbuke prayers. Remember, I went through prayers. I was praying. I fasted. I'm in this distress, I'm praying. Yes. I'm fasting. I'm still like that child, or I'm still like that mtoto wa Israeli. They only had hope in God. Unaona, and God took me out of that situation. Than watu wasikie Sophia alienda Saudi akauawa. Unaona, God alitengeneza njia. Even though the embassy was not there, anyone, or I didn't call anybody, but God was there. He rescued me. So that's how I came back. Ukarudishwa Kenya? Nikarudishwa, they had me. Na si mi walisikia, I know they had God. I came back. Safe, poa, ni hiyo tukatrauma kanini kana mimi hata kakuni affect. Ati I was to be done this. Okay, me I'm just that. Ama venye mnaona mtu analia, me I can't, never. I always tell the devil, machozi yangu ni ya furaha, Mungu amenitendea. Mimi sitalia ati nalala njaa. Sitatoa machozi yangu nimeteseka na ni wewe unafanya. Nangojea furaha ya Mungu. Because he tells us in good times and that worst moment that you think, he's still God. Give thanks. So you have to. Me I came back. Lakini hakuna mtu walijua. Hukuambia hata nani? Were they surprised kukuona? No, surprise, hawajuangi hata kama nilienda hiyo nini. Wanajua niliendanga na nikakaa cause I came and I went chini ya maji. Ulikuja na ukaenda wapi? Nikaenda Qatar. So my parents know I went to Qatar. All these years. Ulienda after how long after kutoka Saudi? Nilirudi in the same year. November 2013. November naingia Qatar, naenda Qatar. Nani alikusaidia kupata Qatar? Mabroka tu. Mabroka tu. Enyewe ndi roho juu. Nikasema nasikiaga Dubai, nimesikia Saudi na nimejionea, I'm going to try Qatar. And broka kanipeleka. Ulilipishwa anything? Niko na alikuwa amenitisha pesa pia huyo. Nikamwambia sina, nitakulipa nikifika. Na nikaenda. So kufika pale pia yeye alinidanganya. Nikienda nitapata kazi mzuri, nimesoma, hii country ni different, but nilijua tu ni uongo, but nilijipea hope. Na nikuulize, hii time venye umekuja kutoka Saudi, uliishi wapi? Ama nani hata alikujia airport? Unakujiwa nini na una kitu, unakujiwa na nani? Si unajificha. Unaenda kukaa na rafiki mwenye hata yani sikuenda home. Na hata sikutaka wajue nimekuja. Juu sasa wanajua aje na ulikuwa umeenda ngambo. Na umerudi hata nguo zako huna, umeacha. Kile kisuitcase ulienda nakyo huna. Unajua venye mtu anatokanga Saudi saa zingine. Tusemi ni wote. Kila unakujanga hata maji una pesa ya maji vile tulieko kwa ndege na masira enda kabisa. Umetuharibia biashara. So I came and I went back to Qatar. In Qatar now at least niko still na courage. Ulipata kazi ya nyumba Qatar? Nilipata. Nilichukuliwa na Mkatari. But they are different. Sijui kama ni huyo tu ama but ni tofauti. Nilifika pia process ni ile medical. Nilikujiwa airport, passport ikachukuliwa. Mwenye alinikujia kumbe ni agent sasa wa huko. Vile alinikujia passport nikasema mbona passport yangu imechukuliwa? Sinafaa nikae nayo. Nikarudi nyuma kuuliza. Hakuna mtu alinijibu, so nikaambiwa wewe kulikuwa na Nigeria hapo airport.
Nikamuuliza kwa nini passport yangu imechukuliwa na sijapewa? Nilikuwa nafikiri naipata hapa. Akaniambia unaenda kufanya kazi ya nyumba, ndio wanachukuanga, so utangojea sponsor wako pale. So nilikujiwa na ofisi, nikapelekwa ile tu venye wanatembeanga haraka, uko hapa wako huko, ni kukimbizana kama kaumbwa kakifuata tajiri kwa ofisi. Kufika kwa ofisi nikakaribishwa vizuri. And like in the other one, nikaitwa na manager, akaniambia nimwangalie. Sasa sisi tujazoea kuangalia watu hivi. Akaniambia I want you to look me straight in the eyes. Sasa gerigwa atiriri namwangalia straight in the eyes. Kirathi atia. Neke. So hiyo courage sina. Cause kwetu sini rude. Juu nasikianga mama anakuambia nakuongelesha unanikondolea macho. Yaani unanikaushia macho. Sasa mimi naona ni rude ama ananipima ati nimwangalia. Akaniambia you are good. Akaniambia kwao wakikuangalia macho wanatofautisha mtu mzuri na mbaya na macho. Ala. And you seem to be a nice girl. Ambiwa aenda ukae pale. Hatari ni kuzuri. Karibishwa vizuri na ni ofisi. Little did I know huko juu ndio kuna ofisi ya wasichana wamesundwa huko juu wengi. Kwa hiyo ofisi. So ni siku za kwanza na huwezi kukubaliwa uende huko juu. Jueni mgeni na wale ni watu wamerudi kutoka kwa masponsor, watakupea mshene. So utakataa hata hiyo kazi. Lakini what came to me is modern slavery. Because long time mulikuwa ulikuwa unaona watu wanatolewa huko, wanakuwa stripped, wanasimama huko uchi, mtu anakuchagua. Lakini saa hizi kamefanywa tu modification kidogo tu. So mko tu hapo, mtu anakujaga tu anakuchagua, nasema nataka mwingine mpaka anakuambia hebu zunguka, mwingine anakuangalia naona huyu ako na nguvu tu kujisustain. Kama ni Saudi nikawa naangalianga haka kanaweza kosa kukula wiki mzima na kakue strong na kafanyishwe kazi. Sasa nikaona nikasema na roho yangu this is like modern slavery. Sawa. Manager kaniambia saa tukatoka na manager. Akili yangu ikaanza kufikiria mara 20 ile scenario. Huyu sasa ananipeleka wapi tena? Kai, Mungu. Sasa lakini saa hizi niko mjanja. Vile tulishuka airport niko nenda nikiangalia majina za buildings. Ndio in case kikiumana mimi hawaniokoti. Nitaenda ninajua hii niliona building ya red. Uzuri wa Qatar sasa nazo at least kuna kizungu. This kama kule Arabu tu. So you can understand streets names unaziona. So nilikuwa rada sana. Sema mimi sasa sitawaonyesha ati nini. So nikaenda manager nikakwenda nilikuwa najua tu na sijui napelekwa wapi. But wakati nilifika akafungua mlango nikaona tutoto tumekimbia. Roho ikatulia. Karudi. So ni kwake. So nilienda pale nikaambiwa enda ufreshen up. Umechoka. Utalala. Mpaka kitu saa 10 tutakuamsha. Nilikuta nimeandaliwa mamkuli. Ni mamkuli ama ni chakula. Nikapata nini okra. Unajua kwetu tunapenda mrenda. It was part of the dish. Guy nikauliza hizi zote ni zangu. Though you are served chini, mkeka inaekwa, wamejaza chakula na ni yangu. Nikafikira tunakula wote, ni mimi nilikuwa nimekewa. Nikula okra. Hata hiyo KFC sikutaka kuiona. Tukamaliza nikalala, saa 10 nikaamshwa, nirudi kwa ofisi nikujiwe. Ni story ndefu. Finally nilikujiwa. Kukujiwa tukaenda tena nikakutana ile. Boma ni kubwa. Nini nikakaa siku 4 nikamwambia mimi sitaki kukaa huko. Ala, after 4 days. Kulikuwa na watu wangapi kwa hiyo family? Sasa huko ndo nilikuta msichana. Huyo mama alikuwa na mtoto mdogo. Na mimi nilikuwa nakuja kuangalia huyo mtoto. Ndio agrow na English. Asigrow na Kiarabu. Bedroom peke yake inatoka hapa mpaka huko. Na unalala ni 10 days. Mtoto ako na 10 days. Nika flashback, nikakumbuka wangu vile walinisumbua. Sitaweza 10 days. Na unyonyeshi na mimi nilikuwa nanyonyesha na bado nilikuwa nalemewa. Mimi nikaona sitaweza. Hapana, nikamwambia. So kazi yako ilikuwa ya huyo mtoto sana. Na mwenye anamchunga ako yellow.
kuonyesha hata aonangi jua. Huyu mwingine naye alikuwa na mamacho nyeusi, alali. Alafu 6 ndio hiyo bado tena wameamka. Bash, uko nao bash. Alafu kitu kingine ni kumwaga chakula. Wao nao wako na pesa. Lunch kipiko inatupwa jioni. Hata niliuliza huyo muhindi shua. Hawezi kula mara ya pili. Hata wacha kukula, nani anakula na watu wameshiba. Huyo muhindi nilimuuliza, kwenye mnatupanga chakula hivyo? Muhindi alikuwa anafanya kazi sasa huko. Huyo amekaa 9 years. Nilimuuliza wewe uko na miaka ngapi? 9 years. You are visionless. Mimi nilimwambia you are visionless. 9 years. Yenyewe nikasema wenyewe ukikosa maono unakufa. Unajua bado niko na mentality yangu ya Afrika. Si unaona? So mimi naona vitu in a very different perspective. It's true. I get Najua hiyo ni mtu hana maono na analipwa 900. Kwa hivyo nikamuuliza every year ulikuwa unaongezwa ni kama umefanyia 9 years unalipwa 900. Kweli Mungu hapa sky. Hawa ni watu hawana maono. Sasa hiyo ni akili yangu. Hizi ni zao. Na pia nasikia mwingine hapa akiniambia utapewa 700. Na hakuna kulala. Alafu communication ni bure. At least saizi naona watu labda wataanza kufundishwa Kiarabu kidogo basic. Mimi ule mama aliniita. Ananiambia kasema kai mwathani. Kuna wapi? Sasa ananiambia nioshe. Alafu ameniingiza room ni baridi. AC ameweka sijui mwisho. Mimi nakufa huko. Na ndio unaona wasichana wengi pia watobe. Unaona wasichana wengi mara ana strange diseases. Hatujazoea AC. Pia zinachangia sikupa. Kama kuna wakati I almost died. Nilifungana. Mishipa za kifua zikakataa kabisa kupitisha hewa. Hizi zilikuwa zinaniuma. By the way 10 days zangu nilishikwa na hiyo pneumonia. Karibu inimalize kabisa na sina chochote. Kitu ilinisaidia ni herbs. Nilichemsha mint. Mint nilikunywa ikiwa moto. Hii nyingine nika-inhale. Juu sasa hata hakuna mtu anakuuliza utatumia dawa gani. Sasa mimi najua unaumia. Sasa hata umeshindwa kuambia unaumwa na huku ni nini, unajua utapewa nini, uta explain aje. So mimi nilienda tu nikapiga magoti nikaambia Mungu unataka nikufe hapa tena na nitaambia nani? Ni hivyo tu kitu nikaona majani hapo nikachukua. Nikachemsha, kakunywa. So from hapo kwa huyo sasa Mkatari siwezi sema ati walikuwa wabaya. Mimi nilishindwa, niliona sitaweza hii. Juu hakuna kulala. Haki tunalala late. Bash ni kila siku. Hawakumbuki mtaamka asubuhi kufanya kazi. Nikaona hapana. Acha tu nirudishwe kwa ofisi. Ukawaambia? Nikawaambia nirudistaki. Ilikuwa after how long? 4 days. Kai. Karudishwa. Waliitikia? Ofisi uliwaambia kwa nini hutaki kukaa? Niliwaambia no sleep. Me no sleep. Too much big house. Wakaniambia Sophia hakuna nyumba ndogo Qatar. Hizo ndio nyumba za Waarabu. Sasa kuna tofauti ya Qatar na wapi? Na Saudi. Na Saudi, yes. Qatar wanafuata sheria. Saudi wataki kufuata vile unawaambia. So niko na probation period ya 3 months Qatar. Pia kule sijika kuna ina exist. So mimi na by time hizi 3 months niko na right ya kuchoose mtu nitafanyia kazi. Na nishajua. Nishajua mpaka embassy iko wapi, si kwenda kukaa hapa uzuzu. Nishajua mpaka contact. Nishajua kuna kitu inaitwa human rights huku wako wana exist. Na hizo ndio vitu msichana anafaa kujua. Na pia kabla utoke kuwa hata na hizo contact. So tukakaa nikabai time. In Qatar nitakwambia nilienda nyumba 6. Nyumba 6? Mpaka ya mwisho nikajitafutia, nikamwambia acha nijitafutie kazi. Nishajua kazi ziko. Na sitaki hata mambo ya Mwarabu. Unaenda unaona hapa sitaweza. Nishajua kuna kazi, lakini njia ya kuambia waniache nitafute sponsor of my choice ndio sijapata. Sasa ni ile tena naenda nikibembeleza but sina ubaya. Kwenye naenda sikosi kufanya kazi tofauti ati niwaonyeshe niko rude. Nikisema wanirudisho wananikatalia. Wananikatalea nasema she's the best. Mbona simu mbembeleze tu tukae na yeye. Unaona nimeenda nimeonyesha vizuri. Mpaka wanashindwa sasa huyu msichana shida ni nini? Kuna mahali nilienda kapata hizi kuna vitu wanaabudu singekaa. Knowing very well I can't worship any other god.
najua Mungu hiyo ilikuwa one of the reason. The other house nilienda ikafanya nitoke huko, ni mzee anakuambia hii na kuna kijana anakuambia hii utavunja ndoa ya wanataka walale na wewe, wote wanakutaka. So unaona hapa nikisema nimevunja hii family, juu mama ataichukulia aje? Si hiyo nimevunja familia. So nikwambia tu ofisi, naomba kuongea na nyinyi. Nenda nikaongea na director privately. Nikamwambia nyumba sio mbaya, lakini the reason nimefanya nitoke huko ni hii. So unaona ata understand, akaelewa. Huku kwingine nako ni mzee kushinda kitchen na mimi niko kitchen. Niachinde kitchen hapo. Sasa nashinda breathing space. Mimi nikasema hapana. Sasa unajua nilianza tu kununa. Sioni reason ya kucheka huko. Alikuwa anakuja kitchen kufanya nini? Sasa ujue Joy meko na anakaa hapa. Si obvious tu kuna unajua tu ni nini. Ni ashinde ukimpindukia hapo, ukimpindukia hapo. Sasa bibi akikuja tutaambiana nini? You know, itakuwa ni makosa yako. So mimi tena nikapiga simu kwa ofisi. Na hiyo ndio inafaa. Ukipigiwa simu acha kuangalia one side of you. Pesa yenye umepewa kwa msichana. Angalia pia, sikiza huyu msichana. Though najua labda kuna wenye hudanganya wasichana wanasema ati anapitia mabaya na hapiti. No. Mimi niliwaambia siwezi. Wakanipea pesa yangu ya siku 10, nikaenda. Kwingine nilipelekwa ni mtoto, unacheza na mtoto. We unakimbizana na mtoto. Nikasema niliacha Biblia nikuje kukimbizana na huyu mtoto. Unajua kuna kucheza na mtoto. Umepewa kazi ushinde huyo mtoto unafaa kufanya kazi. Na unafaa kuangalia mtoto. Ukitoka huyu mtoto atulii. Aki nilikimbia compound nikasema hii ne wana gai. Nikasema sikai. Nilienda. Aki akienda hivi unaenda. Akirudi hivi, guys, sijui kama mnaonaga hizo vitu kwa TV ni ukweli. Najua. Anaenda huku unaenda, anarudi hivi. Aki hata uwezi mwacha uende ukafanya kazi. Ni villas zote. Nilikuwa nimeingia within wiki ijaisha, nimeshajua nyumba zote venye zinakaa. Mtoto anaingia kwa hii nyumba uingie. Akiingia mpaka bedroom yao watu unaingia. Kwa nini mamaka yako anamkanya? Sasa wewe unasema kukanywa. Nikalia, hiyo nayo ilifanya mpaka nilie. Nikasema gai watoto wangu hajainipitishia moto kama hii. Mimi nitakimbizana na huyu mtoto na hata chakula akuli. Anataka na kazi utafanya saa ngapi? Kai. Alafu huyu mama nikienda aliniuliza, na ni Mlebanese. Aliniuliza aje? Uko na chawa? Juu tumekuwa na Waethiopia, tunajua Waethiopia wanakuanga na chawa, Wakenya pia wanakuanga na chawa. Nilimwangalia hivi nikamwambia hizo ni nini? What are those? I've never heard of such a thing. Mimi nasikia kutoka kwako. How do they look like? Kweli huyu mama ananiuliza nini? Akaniambia is that your natural hair? Nilikuwa na weave. Sasa vile nilitoa alistuka. Akaniambia wakaanza kucheka. Guy, imagine walianza kucheka wakikupoint hivi. Nikasema na wewe the next minute niko ofisi wewe. Mimi unanimekia fun. Alienda kanunua nini chemical, akaniletea, akaniambia niweke nywele by force. Alafu wakanisimamisha hapo kwa jua. Ukauke waoneka chawa itatoka. Kai. Waoneka chawa zitaanza kutoka juu zimechomwa na jua. Nikanyamaza tu, nikasema juu sasa mimi kwanza nilipigia huyo agent. Alikuwa broker. Nikamwambia ujue nimeambiwa nitalipwa 700. Na vitu zenye naambiwa nifanye hapa sioni. Crazy. Nikanyamaza juu. Sasa unajua nimetoka kule ofisi, sijakaa hata tena wanasikia narudi. Huku tena utaki mama huko. Alafu kulikuwa na msichana mwingine huko hata augi mchafu. Na huyo sijui wamuulizi, juu alikuwa Sri Lanka. Na mimi anataka nifanye kazi mingi. Alafu kitu kingine alichukua kitu ya madam akaeka kwa room yenye nalala. Sasa mimi nikasema, nikawaambia this is what I see in the kwa ma radio na manini. Unataka ni accuse nirushwe kutoka kwa gorofa. Niambiwe ni mimi nimechukua. Madam ametafuta, alitafuta jiwe, akatafuta akaipata kwa room. Guy. Nikashuka chini nikaenda mpaka jikoni hivi.
Nikaanza kupiga picha ya wale wasichana wamerushwa kutoka kwa magorofa Saudi. Nikasema si mimi ndio next. Hapa sijakaa, huku si Saudi, huku ni Qatar, kuna sheria. Nikamwambia mimi mnaweza nirudisha kwa ofisi kesho. Nikauliza hiyo kitu ilipatikanaje kwa nyumba kwa room yangu, na mimi sijui. I can't. Nikajua tu ni huyo msichana, na nilikuwa nishaambiwa kwa compound huko. Nikaambiwa hapo utakaa, kuna msichana anakaa hapo. Huyu msichana atakagi mtu kwa hiyo nyumba. Acha nikwambia hao wasichana ni wabaya, wanakuanga na hapa. Alikuwa wapi? Sijui, alikuwa Sri Lanka. Nilikuwa namwangalia na kwa sijui ni Bangladesh, hata sikutaka kumfuatilia. Nilikuwa namwangalia hivi tu, nakumbuka visionless people. Alafu anataka kuniletea hapa. So tukakaa, madam akanibeg tu. Akaniambia since naenda Lebanon, wacha niende, nikirudi uende. Niliacha huko na mzee na kijana, na ni wale. Kijana ni anishindisha hapo jikoni anapika. Alikuwa anapika mwenyewe. Tupike hapo na yeye nimekaa. Sasa nashindwa nimekaa hapa nafanya nini? Si niende nikae tu kwa room yangu. Anaanza kuniambia niliona CV yako umefanya cosmetology. Kwa hivyo unajua kufanya massage. Mzee hiyo siku tena akaniita. Niliona CV yako umefanya cosmetology. Kwa hivyo unajua kufanya massage vizuri. Kajua nyinyi na massage zenyu mtajipanga, na si uongo. We say what happens. Ujue huku Kenya unaambianga mtu anasema we exaggerate. Mimi that is what happened. Hata walitumiwa CV yangu original. Walisahau kutumiwa ile CV imefanywa nini, imeandikwa good in ironing. Mimi nilikuwa najua ku iron. Sikuwa najua hata I'm good in ironing, in teaching, in cooking, inifanya najua kupika chakula ya Waarabu. Sijui at least saizi kuna trainings watu wanafundishwa, na hiyo ndio CV imeandikwa. Cosmetology hawakutoa. Sasa watu wanaona huyu sasa alitumia ile original. Anaona kabisa nimefika hapa. So anajua najua. Nikasema si hiyo ndio nilileta, nimekuja housework. Sikuletwa hiyo. Akaniambia utanifanya massage. Ati madam hayuko. Wewe utafanya aje? Na ni usiku. Ulimfanyia? Whole body. Sasa utafanya aje na ni usiku? Imagine na hutahepa sasa hiyo. Sasa hata siwezi toroka. Though naona dirisha ndio inaweza ruka, lakini ni mguu nitavunjika. But kesho itafika. Kesho ilifika. Nikamwambia naumwa na kichwa. Unaumwa na kichwa utameza Panadol. Nikameza. Nikamwambia bado inaniuma. Ukitaka Mwarabu akuondokee, hebu sneeze. Sijui wanaonanga ni nini. Nilianza tu na nafanya hapo karibu na yeye. Akaniambia Sophia, what is your problem? Do like this. Make Sophia make like this. Nikajua make like this. Ndio nilifanya na nikamwambia too much headache. Akaona pana. So nikatoka, nikienda tu nikifanyaga hivyo, nikaanza kukohoa ya uongo. Lakini nilikohoa vitu hakuna. Akaanza kutetemeka. Akapigia sisake simu. Sisake akamwambia nipeleke hospitali. Akamwambia passport siwezi enda juu sijachukuliwa ID, niko probation bado hao watu. So si ninipeleko kwa ofisi. Aki alikuwa anafungua madirisha zote za gari. Upepo ingie. Juu nakohoa kitu hakuna. Na sneeze kitu hakuna. Hata sijui venye ilikuwa inajiact nikawa ni ukweli. Kufika ofisi hivi. Nikaambia huyo jamaa director yuko. Sirudi. Sirudi. Yes, I'm not going back. Nitakaa hapa mpaka madama akuje. Wacha madama nikujie hapa kwa ofisi. Si ako Lebanon. Akirudi ndio nitarudi. Lakini for now I'm not going back. Hakuna haja sasa, niliona hata sitawaambia, nimechoka. Wakaniambia sawa. Nikaachwa kwa ofisi. Si nilifurahi. Tukakutana sasa, sitaenda kwa manager tena, nishakuwa kasumbua. Nirushwa huko na hao wengine. Huko juu. Tukakutana. Sasa ni kuingia kwa masimu. Unajua huku kote nikienda napewango pesa yangu. So I bought a very big phone. Hapo. Director wetu na alikuwa mzuri. Siwezi sema agent yetu ya Qatar ilikuwa nzuri. Ilikuwa very understanding. Ukirudi hakuna ati sijui uchapwe, unaharibu pesa. Mwarabu anataka pesa yake arudishwe. Sijaiona hivyo Qatar. No. Anaweza kureplace. Na pia akiona huyu mtu na anafuatilia, ana make sure ni nini imefanya mkosane. Unaona? So unaona nilikuwa namuelezea, ana understand. Si yani ni mwanaume. Anajua hizi vitu
ufanyika. So ilienda hivyo mpaka sasa akaniambia hata hapa kwa ofisi Sophie sitakuacha, you are very smart. Venye ninakuona. Ninaenda, alikuwa anaenda recruit Bangladesh. Akaniambia nitakupeleka kwa a friend of mine. Utamfanyia kazi but atakuli upate at least pesa ya kutumia watoto nyumbani. So nilipelekwa kwa alikuwa Jordan. Wacha wanipende. Wow. Mtoto mpaka within hizo few weeks akalikuwa kameanza kujua kizungu. I'm telling you, na yeye akawa anakuja kurecruit Kenya. Akaniambia Sophie, naenda kwenu. Unataka aje? Nikamwambia adjust a photo of my kids. Na kuambia alifanya, tulienda shopping kwa shop, wakatupesa tuenye nilikuwa nato tudogo, pia nikanunua ka tablet na wakaniongeza na wakanunulia watoto manguo. Akakuja Kenya, alinipigia wakiwa Hilton. Aya. Na watoto wangu. Akapatana na wao? Alikuja. Watoto walikuwa wapi? Kenya. Nairobi? Nairobi, Walikuwa na nani? Walikuwa na mama. Wow. So they met na wakapiga picha? Yes. Na akanitumia na akideliver mpaka kasichana akaniambia, "We, nimepewa pesa, nimepewa dollars, sijaishika." Wow, that's nice. Very nice. We have good people. Kuna watoto wazuri. Wow. Uko ulikuwa na home ilikuwa inatoshanaje na watoto walikuwa wangapi? Alikuwa na watoto tuwili. Kamoja, but pia kakwa kameona mtu mweusi, cause the first thing kalinifanya ni kakajipaka. Kaone kama kuna rangi itatoka. Nika understand tu, sikuona kama ni shida, cause labda hajaiona mtu mweusi. So alikuwa nafikiri nikawa nimejipaka rangi. Sasa nikaona kameniguza, kakajipaka, akaona haitoki. So tukakaa nao, na pia hao kitu kingine ilifanya ningesingependa pia ni ile kazi ya kuzuia mtoto anasumbua. Mdogo. Kujipaka karangi. Vile tulienda out, sikukaa chini. Kwa restaurant unakimbizana na huyo mtoto. Wanamchukua na mchapa aski. Anazunguka tu tena. But walikuwa wazuri. Ulikaa na wao how long? Nilikaa na wao 2 weeks. Ndio mzee akarudi. Sasa mzee aliniambia, Sophie, nimekupenda ndio, lakini pesa yenye naitishwa ni mingi kwako. Yenye naweza enda Kenya na nichukue msichana na nikuje. Nikamuunderstand. So kaniambia half of the money I can get someone direct. Hata hiyo wakati aliniambia ama utupe mtu. Nikawatafutia mtoto wa my sister by the way. Naye akawa hana ID. Juu angefit hiyo nyumba. Because nika apartment tu. Kadogo sika kubwa. Akawa hana hata ID. Nilikuwa nimesema nimpeane huko. They were good people. Very. Nyumba hata kama ni ndogo kuna mahali umetengenezewa pa kulala. So nikarudi, mdosi akarudi kutoka recruitment yake ya Bangladesh, akarudi nikaitwa. Kuitwa bado sijapata place, nikapelekwa kwa nyumba nyingine ya Msudan. Msudan si mbaya. Lakini nguo ni mingi. Na unafua hivyo mkono ama mashine? Alikuwa na yeye hana automatic, akona kimanyo. Nikasema una manual zake mistaweza. Alafu nguo room imejaa za pasi. Sasa niliziangalia hivi nikasema huyu tu alikuwa amekaa na ningojea mimi nikuje nipige hizo nguo pasi. Alafu mimi sikuwa najua kupiga. Sinachukia pasi kwa maisha yangu, nachukia pasi. Mimi sipendi pasi. Aki Sophie, nakupenda because you are very honest even with yourself. Yaani unaziangalia unaona tu wewe ulikuwa umenisubiri yote. Nikasema huyu ameningojea mimi nimpigie pasi, anaoshanga anatupa. Actually alikuwa anaosha anatupa. Sasa mimi nikapiga hizo hesabu nikaona sitaweza. Alikuwa na familia? Tutoto tutatu, kasichana kadogo, mimi nilikuwa mkubwa. Ni hawa kuozwa wakiwa wadogo. Sasa hata namhurumia. Mimi hata ndo nimekuja kumsaidia like kumuonyesha ndoa iko hivi, mtoto ulelewa hivi. Lakini nilimhurumia sana. Alikuwa na mtoto wako na shimo kwa tumbo. So I imagine this could be my son. Yes. Msichana ako 26. Na ndio meza. Unajua sasa wafanyangi family planning. Aki nilimhurumia na at the same time nimekuja Qatar juu ya pesa, sikuhurumiana. Anilipe ni sawa. Kama hizi nilipa hii kazi yake ni mingi, nyumba si kubwa. Hawa nao hawalali pia. Saa 4 ananiamsha usiku, ndio nimefikiria nimemaliza kazi nimeenda kulala. Aki ananiamsha wanakula. Na ananiambia welcome. Nikamwambia tulikula saa 1. Tena tunakula saa hii. Wacha kunibai na hii chakula atiamka ukule na ndio ningoje wamalize nioshe vyombo. Nitalala saa ngapi?
namhurumia juu ya mtoto. But huyo mtoto alikuwa amekataa wasichana wote. Unajua it begins na wewe. Upendo ile unatoa ndani. Unaangalia ule mtoto. Sio kupenda kwake azaliwe hivyo. Yes. Huyu ni msichana ako 26. Amezalilishwa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Yes. Huyu mwenye nakwambia kuna shimo ako 1 year na kuna mwingine ananyonyeshwa. Sasa hata nilikuwa nafikiria kutoka hiyo nyumba na shindwa. Nikakaa na mtoto, alinipenda, akaanza kukula. Choo nikamwambia nionyeshe vile unatoa huyu mtoto choo juu ni kile ya kubeba na nini. Oh God. So mimi ndio nilitekea huyo mtoto mpaka wakashindwa watanifanya nini. Wakaniambia pesa yenye wanaweza afford tu ni 1,000 kunilipa. Nikamwambia mkinilipa hiyo 1,000 mkubali niendange kanisa, wakakataa. Wakasema siwezi enda off, na mimi nikamwambia basi kaeni. Niwatafutie mtu kutoka Kenya. Nimunipe 1,000 na hii kazi na mnakataa niende hata half day. Niwaambie basi wacha half day niende church. Juu Qatar sasa nimeshajua kila kitu. Wakakataa, nikamwambia haya basi mimi niko na sponsor wangu ananingojea mzungu. Mimi naenda. Na niko na wakumbusha, remember I am just here when director comes I'm going. Yes. So msiniweke kwa akili nimekuja kuishi. Akaniambia we respect that Sophie, no problem. When you're ready you can tell us. Utaenda. Na kweli siko ready, nikutafuta na tafuta. Tajiri. So kazi ni kuingia kwa simu. Namba ziko genuine. Unapiga Sophie, I came here with an agent and I am on probation period of 3 months. So how much do they want? Nawambia let me confirm with the office. Sawa, ananiambia sawa. That was a British family. Nikapata ingine walikuwa sijui from Canada, wengine sijui wapi, wengine walikuwa kutoka Ireland. Unafanya tu interview kwa simu. Huyu sasa wacha nikwambie ni Mungu na pia kuna mambo tu. Sasa uko desperate, probation inaenda kuisha. Miezi 3 zinaenda kugonga, lakini director pia vile ananipenda, hata na yeye ananiachia tu. So ya mwisho ni hawa. So ukawaacha hawa Sudanese? Niliwaacha. So British ameshakubali. Nikarudi kwa ofisi. Kurudi kwa ofisi nakuta kuna mama naye wa Kenya wanatutabia twingine si tuzuri. Ni supervisor kwa cleaning company. Ametesa wasichana. Imagine ni Mkenya. Sasa tukakuta hiyo group yote imerudi kwa ofisi. Ndio director alikuwa ananiambia I have a problem with one Kenyan supervisor. Badala yeye ndiye akue mzuri kwa wale wa Kenya wenzetu. Na it is happening even in Saudi Arabia. Yeye ndiye anawatesa kabisa. So sipo hata wenye wanasikiza saa hii mnafanyaga vibaya sana. Mtu ni supervisor kwa nini? Kwa cleaning company ama umepewa accommodation, hata hakuna pesa ya maana wanalipwa. Lakini anataka kutesa Wakenya ni kama yeye anapewa 5,000 za Saudi ama za Qatar. Kufanyisha wale wasichana wengine madharau. Badala yeye ndiye asimame. Si hata ukiona mtu amekosea mwambie na Kiswahili manze. Hapa unachoma usirudie. Lakini wewe ndio unachangia, hata wakisema chapa wewe ndio unachapa. Tesa juu Saudi kuna wenye wanafungiangwa kwa sijui kuna karumka kuteswa. Ukikosa kwenda kazi unarushwa huko. Kuna chakula, kuna maji, hakuna nini. Ndio ukubali kurudi kazi. Huyu Mkenya anachangiaga. Oh my. Badala hata yeye akufichie tu chakula akulete. How do you do that? Me I found so many of them. Nikwambia no, don't go home. Najua wengine mko na familia, kuna kazi Qatar. Msiende. Wakasema ziko wapi? Kujeni usiku. Nilikuwa nafanya interview za hao wasichana. So and so Karo. Tulikuwa na kwenye wako mtu hata anaweza jitokeza aseme kama ni uongo. Niliwafanyia interview wote. Na kitu ya kwanza mtu alikuwa anasema ni you have good English. Sasa hiyo hata sijui inatokanga wapi. Anafikiria sasa si wewe umeingizia msichana. Sasa huyu ni Mkenya mwenzangu. Badala tushikane niende nimfanyie madharau. Sisi tumekuwa na wasichana mpaka hawana kitambulisho. Acha tu nikwambie ukweli. Me I used to give mine. Ni makosa hiyo nayo sisemi ni mzuri. But unaangalia deep down. Ametoroka juu ya kufanywa shida. Ameteseka. Na kazi ziko pengine mtu anamtaka. Mimi sikuwa nimefungiwa documents zangu. Nilikuanga na passport na kitambulisho. Mtu anakuambia nisaidie tu na ID nikatume pesa nyumbani. Unamnyima. Na wewe ni Mkenya.
Mimi nilikuwa napatia mtu hata passport. Namwambia si niko nazo. Just make sure usiniweke kwa shida. Juu the moment nitajulikana, utakuwa umeniweka kwa shida. Nirudishie ID. Unataka kutuma pesa ama nipatie nikutumanie nyumbani, lakini usiniweke kwa shida. Hivyo ndo watu husaidiana. So finally wote wakishaenda juu hawakuwa na simu. Kuna mwenye alienda kwa Mkanada, kuna mwenye alienda kwa mwingine alienda sijui kwa Mchinese ameolewa na Muamerika. Na sana watafutaga sijai waona sijui walienda. Kuna mwingine alikuwa tulikuja hata tukaenda na yeye Dubai afterwards. Sijui wako wapi. Maybe watakuona hapa kwa interview. At least tusalimiane. That is how tulipata kujua pia Qatar. Na tukaona ni kuzuri. Na hakuna mwenye alienda na salary ya chini ya nini 1500. Na ulimachukulu unanunuliwa kila kitu na Friday tunakutana church. Wow. Tulikuwa tunakutana church. Na Qatar pia sometimes ukiwa hata huna fare, kampuni upeana gari zao, unaenda church. Na ndio nasema Mungu tu ndiye atakuokoa kwa shida. Mimi wakati sasa ni Qatar nimalize tu, madamu wangu akakataa, akanifanyia madharau. Kanisa sasa kwa British family ama alikuwa Mrashia kabla kwa Msudanese. So sasa ukaenda kwa hiyo familia nyingine. Na sasa ukaenda kwa hii familia nyingine. Nikaenda sasa kwa hii familia nyingine, lakini it took prayers. Acha nikwambie, ukifanya mazuri sometimes shetani hafurahi. Imagine nimefanya interviews za watu wameenda kazi. Mimi nilibaki kwa ofisi yangu ikakwama. Ilikwama. Do you know? Sasa ni ile sasa kwenda tena vibarua. Nikauliza Mungu, unifanyie watu interview. Nifanye hiyo watu. Alafu mimi ndio nakosa kazi. Hapana. Nikajua shida si mimi, si nini, ni maombi. Niliingia maombi. Do you know nilichukua earphones. Nikaweka worship. Na nikaweka hivi. Na nikaambia Mungu tena that fear iwezekani, you are greater than any other. Ninajua niko kwa nchi ya nani. Na ninajua most of them wanaabudu nani, lakini wewe uko juu yao. Na nikaanza maombi. Nakwambia venye nilijisahau sijui. But nilikuwa naambiwa the following day, you are praying a very strange language. We didn't understand what you are saying. Mwingine akaniambia mlikuwa Mkamerun. Sophia, just heard you saying I don't know what you are praying. Nikajua hizo ni ndimi. Imagine zilikuwa zimekataa kabisa nikienda. So it took me, sasa nasema leo ni leo. Ninajua hawa watu wanajua Kizungu. Hivyo ndo nilisema kabla nianze prayers. Nikaambia Mungu, hawa watu wanaelewa Kizungu, wanaelewa Kiswahili, wanaelewa Kiarabu. Nipatie ndimi. Nataka kuomba nazo. Na hivyo ndio niliingia na nikaomba. Nikaomba. Na saa hizo worship iko kwa masikio, sitaki kujua ile, hakuna distraction. Hata mtu akinitapu hivi na nikalala. The Holy Spirit akanipatia tu hiyo utulivu na nikalala. Ninasikia saa 4, Sophia! Imagine huyu ni secretary ananiita na furaha. Sophia, your prayers are answered. Umekujiwa. Huyo mama alisema I don't have time for interview. Let's go. Akalipa. Even the contract, I'm coming back at 3 kumalizana. Akalipa, akafanya kila kitu, tukaenda. Kufika nasikia na yeye anaanza kuongea vitu zingine kwa simu, kwa gari. Nikamuuliza, na sasa wewe hiyo ni Kifaransa ama ni nini? Akaniambia ati ni Russia. You are Russian tena. You said on the advert that you are British, no my husband. Lakini kasema probation nimemaliza. Wacha niende. Alinipitishia kafaya, lakini still God was my strength. My children were encouraging me. Picha, sisemi ati tunaongea, ninawaona hivi. Nasema I'll work. Nikiwaona nafanya na kazi, juu hao ndo wamenifanya nikuchipa. Na ulikaa sasa na hiyo familia how long? Mpaka due to 3, ikiwa 3 months tu. You stayed with them for over a year? Over a year ama sini, sasa ni ukiingia contract, unaanza 0. So hizi miaka zingine zimetupa. So ni kama miaka 3. Tulianza August upya. Contract imeanza hapo. Hao ndio nakwambia walinipea vacation ya after 1 year naenda home narudi. Yes, wow. It's very different. Si contract iko. But walikulipa pesa yako vizuri. Hakuna siku nilichelewa kulipwa mshahara. Sasa saving ndio ilikuwa shida, juu una save kwa nyumba. Una save
Sasa ukituma kidogo ingine unaweka chini ya mattress ama kwa suitcase. Hakuna M-Pesa, hakukua. Sasa uwezi tuma pesa yote nyumbani. Si at least unajibakishia na tena uwezi onyesha watu wewe unalipagwa pesa mingi. Hapana, wacha wajue tu hiyo kidogo yenye uko nayo, wewe wapange. Si wewe ndio uko na pesa. Wewe ndio unaweza wapanga. Ndio usianze kusema walikula pesa yangu. Nini sasa hata zikitumika venye zitatumika una hofu, at least kuna kale umejichunia. Unaona? Though utawaambia tu manage. Lakini hata wewe mwenyewe kuna kale umejiwekea. So eventually ulitoka huko, mliachana vipi? Tu kuachana vizuri. Mimi nimebakisha miezi 3. Na since contract inasema nimpe time, nimwambie kama nitarudisha ama sitarenew. Nikamwambia sitarenew. Sasa kumwambia sitarenew akakubali tu. Na nikaandika barua. So one day nimetoka off, nafika kwa nyumba nakuta lock amechange. Nikashindwa mbona. Na security alikuwa anajaribu kunisignal, kuniambia what is happening. Sikushika na mimi nikampuuza. Lakini hapa kwa lock ndio nikashanga. So hata vile nilirudi sikushughulika, nikaenda tu. Since still I'm on my off day. So nilienda. Kurudi jioni ndio naona things are different na ni serious. Lock ifunguki na wanifunguli kule sitting, yani main door. Nikafanya nini? Si nitarudi kwa police station. So nikapigia beshte yangu nikamwambia nimekuta hivi, akani advise pia enda police station. Na juu pia tulikuwa tunasumbuana hapo ndani na huyo mama. So nilikuanga nimekaa ready. Nilikuanga nisha refile report kitambo. In case of anything. Nikaenda police station, wakanitisha kitambulisho, wakaniambia it is cancelled. How? I'm just coming from church, you can even check. Juu system yao iko very, yani vitu zao ziko very open. Nikamwambia check time yenye nilicheck in church na nilicheck out saa ngapi, kama yenye nilifika sure. Kama hii kitu haikuwa valid. Ndio saizi nimekuwa run away. Wakaniambia Sophie, we have no choice. We can't release you because sasa ni sheria. Hata kupeleka mtu ka police station. Jesu. Mimi niliona hizo chuma zikifanya kakakakaka. Ushaistuka. Na ni ati ni prison. Ni ka station. Nilistuka. Sikuamini. Walikuingiza ndani? Hawana choice. Hawaizi ni release. Na boss amepigiwa simu akasema sherehe na wewe 24 hours before. Nikamwambia saa, mbona unadanganya? Surely after me sacrificing hiyo miaka yangu yote. Na wewe ndio kwanza ulikuwa unanitia nguvu, unaniambia just manage. Juu kienda sitaipewa msichana mwingine. I was the last person walikuwa wamepewa na government. Unajua ukisumbua wasichana, wa kwanza aende, wa pili, wa tatu unapewa ban. Uwezi ajiri msichana. So I was the last one. Na nikavumilia tu, akaniambia pesa ni yangu. Ukienda Sophie ni hivyo. Lakini hivyo ndo walichagua kunifanyia. Okay, all was not lost because baada ya kurushwa huko ndani nilichukuliwa saa 9 usiku hivi. Ndio watu wanatolewa. Ndio usijue ni wapi huko na ni wapi unaenda. Tukapelekwa sasa deportation. So kwa deportation vitu zingine zinafanyanga hata ufanye vitu hujaifanya. Una pesa, una nini. Venye tu nilikuwa na kakibeti kangu. Wewe pesa yako iko tu kule kwa nyumba? Kila kitu siko kwa nyumba. Hakuna kitu niko nayo, ni zile nguo tu nimevaa. Hakuna kitu kingine niko nayo. Na zikafungiwa hivyo. Na akasema alipeana. Alisema nilitoroka na nitoka na vitu zangu. Nikamwambia simuende muangalie hata CCTV. Za compound. Lakini sasa hiyo unaga wa kuambia, una-explainia nani. So nilikaa hapo, nikakuja nikatolewa. Kukuwa na relationship nzuri na watu, church ilikuja. Ilifika mahali mpaka sasa hao maofisa wenyewe wanasema huyu msichana hatumtaki hapa. Juu kila saa watu wanakuja. Kulikuwa na these British families wenye tulikuwa tunaishi nao compound, they knew. Na walijua madam wangu ndio mbaya. Wali flock hiyo deportation. Kutaka kujua hii kesi inaelekea wapi na inaenda wapi. In fact walikuwa wamesema stoki hiyo country. So nikakuja nikatafutiwa lawyer. Nikakuja nikatolewa.
ni before 14 days. Mimi sijui sheria venye sijasoma law, lakini ninaona kulikuwa na kitu kama hiyo. Sasa ndio nitoke, watu wengi waliji-offer. Si church, si pastor, si nani. These friends wake wenyewe hawa tu wazungu walikuja. Wakasema huyu anasema nitakaa na Sophie, nitakaa na Sophie. But kuna Ukrainian family tulikuwa tumezoeana sana, akasema nitakaa na hao. So katika hiyo harakati ndio nilipewa makaratasi na embassy. Na ndio naambia wasichana wacheni kutoroka. Utajienda hapo pabaya. Mimi si kutoroka. Na si nilishinda station. Station ndio hiyo nikapelekwa deportation. Nikajiongea. Na nikakujiwa. Nilitolewa. After kutolewa nikapewa hizo makaratasi. Hizi makaratasi ningetembea nazo. So hata nikishikwa na polisi natoa. Ninaonyesha kuna kesi inaendelea na ikimalizika sijakatalia hiyo country. Nitasafirishwa kwenda nyumbani. But for the time being nimeruhusiwa kufanya kazi. So nikaanza kufanya part times. Ziko. Nilikuwa naenda part time nalipwa kama 1000 per hour. Okay. Wow. So unaona within hizo mwezi nilikuwa na pesa yako, nikirudi Kenya nilikuwa na pesa. Na una imagine? Yes. Ningetengeneza hata like 12,000 per day. BD. Juu naenda hapa natoka. Na ndio na advice naambiaga wasichana, enda na njia inafaa. Qatar si kubaya, Bahrain si kubaya. Kama ulipata experience mbaya usiseme Gulf ni kwa mashetani, ni kubaya. Hapana. Within a month plus nilikuwa na pesa ya visa na ticket. Juu nilideportiwa without hizo chochote. Hizi tu pesa zenye nilikuwa nazo na nikapatia hao wa Ukraine ndio hizi zinyang'anywe. Nikawapatia, wakanitumia na M-Pesa. Kunitumia hivi nitakaa Kenya? Sitakaa. Hii ndio pesa niko nayo, ni tukikula tutakula iishe. Miguu zangu ndo hizo. Nikachukua nikakata 3 month visa na ticket nikuja hapa West. Mam ananiuliza unaenda wapi? Nilimwambia mwenye aliniumba kwa hii dunia hajachoka na mimi. Yeye ndiye anajua kwenye naenda. Faith, mimi I have faith. Mimi nakuanga na imani nyingine yenye mtu hawezi. Mwingine labda atasema ni mashetani. Na hiyo courage. Juu hata wewe ungeambiwa uende ungeenda. Hapana. Na hujawahi enda? Mimi nilienda. Nauliza unaenda kulala wapi? Nilimwambia nitalala kwa street. Huko si kaa Kenya. Huko sinaonaga watu wanakaa kwa street. Stima ziko kila mahali. Nilala park. Kai. Nimefika airport Sharjah, sinata penye nitoingia Dubai. Sinilishukia Sharjah, nilikata ya Arabia. So venye ulitoka nimedeportiwa kutoka Qatar. Qatar, yes. Nafika naenda kupurchase nini? Ya kwenda Dubai. Na mwenye napea pesa simjui. Sasa watu wanasemaga ati wametapeliwa, wamenyang'anywa. Si hata mimi ndio ningenyang'anywa. Faith. Ninakumbuka nikwambia fear is a spirit. Once you apply, uki-invite, it takes over. But unajua wewe mwenyewe unaweza fanya mtu akutrust hata kama alikuwa akuue. Awachane na wewe. Juu si wewe utafanya. God in you. Let him work. Don't work. Wewe uwezi. Hakuna kitu unaweza. Let God kila mahali operate. And you will always see wonders. Sasa mimi nimechukua, nimekata na ulizwa unaenda kulala wapi? Wewe nipatie chenye unanipatia. Nitahasa. Mama nimekutana naye town, nimepewa contact zake, nampatia 45,000. Ananiambia unanipea 45,000 without receipt, without anything, town center. Na wale wa agent wengine wakora. Mkwange kama huyo mama. I gave her money. And the next thing after one week na siku ya 3 aliniletea visa. Akaniambia enda Saibau print. Wewe mwenye unanyang'anyanga watoto wenyewe pesa, unakuwa ukifikiria nini? Na imagine hiyo situation niko ndani, nimedeportiwa, alafu sasa huyo mama angeninyang'anya hiyo pesa. Na ndio tu niko nayo. Na nimeipata na njia ya uchungu, nimeosha macho. Kuna mama nilienda kwake akona umbwa 10. Nizioshe nyumba. Huyu naye anaishi na maumbwa kwa nyumba iko na umbwa 10. Huku sasa downstairs ni kwa kumbwa kuchezea. Wao wanalanga huko juu. Washing machine manyoa tu.
hapo. Alafu unaninyang'anya hizo pesa, sure, imagine. Alafu lazima nipende zile. Unajua hizi ni ile tunasemanga God alitupatia ametupatia yani to dominate. Sasa hii kitu haiwezi kuwa over me. Wasichana wote wenye alikuwa anaajiri wanaogopa mbwa. Sasa nasema sasa yeye alifikiria mimi am so brave. No, niliapply tu ile ya God alisema wewe ndio uko na mamlaka kwa hii mnyama. So wakati niliingia mbwa zote zilinirukia na mimi nizikazi embrace. Imagine tuumbwa si wanadamu. Akaniambia hiyo tu interview umepita. Na unajua isipokuwa ni venye sijui kesi yangu tena ilienda aje. Cause huyo lawyer alikuwa amejitolea sana. Ni kama ningeshinda that case, ningekuwa na pia kazi nzuri Qatar. Juu mama after 2 days aliniambia sinikuwe na kulipa monthly. Kuja 2 days a week takupatia 1500. 1500 za huko. Nao wale wa mama wengine wote walikuwa shani connect kwa marafiki zao. Mwingine ananiambia ninaenda Britain, nataka unichungie kapusi kwa nyumba. Juu sasa waliambiwa I'm good with pets. Unaona? So nikawa na hiyo kajina kameenda. Lakini sasa sijui venye kulienda hapo kwa dhogodhanio. Nikajipata na deportiwa. Haki nilisikia uchungu. Nilikuwa nasikia ni kama nitafanywa hivi miguu. Nani kama unasukumwa. But doors are just opened very well. Vizuri sana. Vizuri sana. Na unakumbuka bado nilikuwa nimepata ingine ya merchandising church ya 4500. Yani ni tuseme tu ni shetani. Na pia Mungu alitaka siku moja tuongee, labda tungewahi kutana. Ukweli. It's true. Kama ningekuwa nimeshika hizo mapeni zote, mimi ningekuwa labda ninaingia huko. Ukweli. Ungetaka mambo za So generally Dubai ilikuwaje? Dubai nilitamak na siwezi advise mtu amke venye kama una hiyo imani niko nayo. We kuwa na pesa. Mimi si kuwa na pesa but I had faith in God because also the situation nilikuwa. So I went to Dubai, I tamaked for like 3 months. I had to renew. Na unajua na renew aje? Lazima niongeze mwezi. Otherwise unajua tiketi yenye ulikata ukienda imepotea. Juu si kuenda. Nayo kazi nimepata, sitaki kurudi Kenya. Wananiambia ati nirudi watanitumia. Nikasema mimi sita risk. Ati watanitumia documents zote. Nikasema sita risk. But I survived by the grace of God, not by prostitution. That is the last thing. Niliambia Mungu vile uliniumba na ukaniweka dunia hii ndio utanisaidia. Mungu nisaidie. Mtu alikuwa nimekaa hivi park ananiambia shika 100. Nimekaa hivi mtu ananinunulia chai namwambia give me that money. Ndio naunganisha end month in 600 nalipa kitanda. Lakini unapata mtu anataka kufanya vitu zingine hazieleweki. That means you don't trust God. Na unamsemaga tu. Ninatoka hivi naenda nakaa mahali naona mtu akipita mimi nasema siwezi kufa njana, huyu ni binadamu. Namwambia I want something to eat, I don't have money. Mtu anatoa kobole anakupatia hiyo pesa mingi. Sikuli. Mimi nilienda as far as kununua kitabu. Naenda kwa huyu namwambia mimi visa yangu ni kuchapa inachapa na sirudi Kenya. Niandikie hata kama ni 50. Kwa nini usifanye hivyo badala ya kwenda kujieka kwa vitu zingine mara mapombe, mara manini, wewe umeanza na hata kama unakunywa kama unaelewa umekuja kutafuta kazi. Wasichana wengi wanaenda pale vijana. Mtu anaanza kukunywa anajisahau alitafutanga kazi. Hivyo nilisurvive hivyo. Visa yangu kuisha manze ilifika mahali sasa kameumana. Nilipanda juu kwa huko juu. Lakini nilijipata machozi natoka. Watoto wangu, mimi miezi ndio hizi zimeisha. Tiketi imepotea. Sasa ni machozi tu. Huko juu kuna nationalities nyingi. Tunapumzikianga tu huko juu. Kwa sasa kulikuja wa Pakistan. Wakakuja akaona nalia. Hawapendi hivyo. Wengine watakangi kuona mwanamke akilia. So akakuwa concerned akaniuliza ni nini unalia Sophie that imekufanya mpaka you crying. Na mkono wa Kenya wenzenu hawana shughuli. Hata mambo zao wako tu zao na wengine wako kazi. Maana unapitia hayo yote. Nikamwambia I came, my visa inaisha. Yes, nimepata kazi lakini kumbe ilikuwa under construction. Ndio walikuwa na construct, hawakuwa wamemaliza.
Na nikienda naona nikienda Kenya na wakose kunitumia. Wakaniambia what do you want? Nikamwambia niko na visa change. Pesa haijato. Unajua waliitana hapo wote 10, 20 nini uwe zilikuja hivi. Wakanimwagia. Wakaniuliza zimetosha. Nikamwambia zimetosha. Pamoja na overstay. Kufika airport sijui tena nikawa sijui ni nini imetokea. Sasa naenda Oman. Sasa nimetoka Dubai naenda Oman. Umeenda job sasa ama? Naenda visa change. Sitaki kukuja Kenya. Sasa naenda huko. Nikiwa airport kukadelay another overstay. Nifanye nini? Sikukufa moyo. Nikaambia Mungu tu na kuamini. Napigia Wakenya wenzetu simu hakuna mwenye anashika. Na hata credit umeomba simu. Uambie tu nitumieni credit ya 20 niweze kucommunicate, labda kuna mtu anaweza nitumia that hiyo 100. Kunaye hata wao wenyewe kukupigia na mko kwa room unakaanga nao. Nikakaa hapo, acha nikwambie malaika ni nani. Mungu naye ni nani. Imagine mtu atoke all the way from arrivals anakuja departure. Alikuwa Mnigeria. Najua naongelele wangu vibaya hivyo. Huyu kijana ndiye ameland. Sijui ni nini limleta huku. Nakwambia nilimshika hivi. Nikamwambia I know we have so many con ladies, con women, con men, but I'm not one of them. This is my situation. I only need 100. Otherwise I'm going to lose a job. I'm going to lose a ticket. I've lost one already. I just need 100. Nimeplead na wale maofficers wa pale kwa immigration wamekataa. Wananiambia na vile unaendelea kukaa hapa Sophie ndio time inaenda, another day itakupata hapa. Natoa wapi pesa? Sina. Nilimbeg. Nikambeg. Saizo anasikiza? Ananisikiza tu. Nikamwambia can you just think of what you are doing at the departure? You are supposed to be at arrivals. Akaniambia nikamwambia kama unaona nakudanganya twende nawe pale immigration. Kwa ile immigration officer. Tukaenda naye. Kuniona akaniambia bado uko hapa Sophia? Ndio ile masaa inasonga. But wacha nikwambia God turn things around. Huyu kijana alifika hapa akaniambia don't do any talking, I'll talk. Akasema no problem. Alifika hivi akamwambia listen, imagine anaongelesha polisi hivyo. Listen, I have 200 in my pocket. Hii 100 ndio inanifikisha Dubai. Hii 100 nataka kumpatia. I don't know this lady. I'm a Nigerian, she's a Kenyan. It's either you take it ama iishe hivyo. Umsaidie ama muache. Do you know what happened? Akakaa hivi. Sasa hata wacha nikwambie, badala ya kuchukua hizo pesa alizichukua kwa huyo kijana hiyo 100. Aliingia ndani. Kuingia huko ndani akaniambia no problem. Nitamsaidia. Alienda akakuja na 500 kwa sababu walikuwa wananidai 500. Alinipatia hiyo 500. Badala mimi nilipe, alinirudishia hizo pesa. Akaniambia follow me and do what I tell you. Sasa sijui kuna kitu wanafanyaga huko. Sijui tickets zifanywa nini. Akaniambia tu just pray God that we sell this ticket. Hivyo ndo nilijipata Oman. Wow. Nilijipata Oman. Kaona nikakijiji hata huku mtu hawezi kaa. Akasema huku ni wapi? Chatu nirudi Dubai. Katikati ya hiyo yote bado unaona utaki huko. Nisema hapa hakuna maono. Kwanza ukiwa kwa flight venye niliona venye pana airport peke yake ndio ilinifanya hata nishibe. Kasema huku siwezi kaa. Acha nirudi tu Dubai. Kurudi tu Dubai ninafika tu airport napigwa simu na tajiri. Ananiambia right now ingia kwa email uweke kidole. Naweka kidole wapi? Hakuna. Ni ile ya kuweka ina scan contract. Inasoma nini? Nilikuwa naangalia hivi naona sioni vizuri. Ati contract ndio hii imetoka na inasoma 1000 ngapi? 4 za huko.
And in Kenyan money, that's how much? Almost 100,000 plus. Nikasema mimi hapana. Nikatuma kwanza Kenya. Nikamwambia beshte yangu, mimi naona nikaa naota. Hebu nisomee hii, alafu unielezee polepo. Ananiambia nini ya kusoma? Si ni contract Sophie na umeambiwa nyumba na transportation inaketa na 2,000. Alafu hii nyingine itakuwa mshahara yako. Uwe. Nikasaini. Kusaini kidole, nilienda pale kwa ofisa nikakuta na serve watu. Nikamwambia naomba tu niweke kidole, niweke hapa nirudishe. Imagine alisimamisha queue ya watu akanihudumia. Ni wapi hiyo inafanyikanga? Anasimamisha watu. Favor tu. Airport unasimamisha watu. Si utashikwa hata wewe uvutwe kazi. Akaenda na akachukua hiyo stamp akaniambia weka kidole, unataka hii? Nikaweka akaniambia enda pale ule atakusaidia. Nikarudishia tajiri. Na hivyo nikamaliza, hata sikutaka, hata njaa imeisha kila kitu, na ndio kurudi wapi? Dubai mbio. Nikarudi Dubai, nikakaa, nikafika kama August, nikaanza kazi. Clashes zikaingia between the countries. Kazi kakatika, hata tujakaa. Akasema shetani anaweza kukufuata mpaka kama uja break. Pia ninakumbuka if you don't break hizo yokes na manini, kasi ni kama kasi, sijui kama nini, inafuatana mpaka ndani ya ndege. Haki nilikaa hivi, nilikaa chini. Kuambiwa kampuni inafungwa, sisi wote. Na imagine secretary wetu tuli reason the same. Akaniambia is it witchcraft or what, Sophie? Just when I'm about to, nikamwambia na mimi is it witchcraft or what? Sasa ulifanya miezi ngapi kwa hiyo kampuni? Kama 3. Imagine. Then you came back to Kenya. So ikabidi nikuje. So mtu tena anakaa hapo anakuuliza ulitembea hizi countries zote, ni nini ulipata? Badala ya kuketishe chini ya kuulize the side of your story. What happened? Anaona tu ulienda ulikuwa unakula raha. Nothing. Ajui the story behind. Yeah, and we have so many. Me I can talk. We have someone who can't. Yeah. Coming back. Wenye walienda na wakarudi, and I'm coming back, I'm empty, I have nothing. The little I have, tunalipa rent, we have to eat, money inaisha. My son is about to go to Form 1. So what do I do as a mother still? Yes. I went to Bahrain. You went after how long? After kurudi Kenya? Nilikaka like 2018. 2019. Naenda, ninatoka. Hey, I tell you. I'm telling you. Kuna mchezo. Hakuna. Uko ulienda bado ukapata kazi ya nyumba? After 14 days of fasting, that is when I got that job. Another thing, me job zangu zote ni prayers and fasting. God, I don't know where I am going, but you know. Let me put you first. I'm telling you, I met a mother in Bahrain. Wow. Namaliza 14 na saizo na breastfeeding and I'm fasting. Na we labda uko hapo, uko tu sawa, uwezi funga. After breaking the fast is when the pastor was asking us, ulikuwa kwa line ya kunini ya watu kufast na unanyonyesha? Nikamwambia yes. How? Nikamuuliza nani uleka maziwa kwa miili zetu? Si ni Mungu. Susi angejua venye mtoto angenyonya. Yes. After 14 days napigiwa simu with a very nice sister. She's Kate by the way. Akaniambia Sophie, ulisema kabisa utairudi kazi Uarabuni. Nikamwambia Kate, ukivyo unaniona hivi, hata ya maziwa ya mtoto sina. Akaniambia nasikuje uende Bahrain. Nikamwambia Bahrain, na by then nimekuwa nikitamani Bahrain. Just sitaki kurudi Qatar bado. Natamani kurudi na visa yangu. Sitaki kurudi na ya mtu. So nikasema acha tu niende wapi? Bahrain. Nilikuwa nimesema hapo awali, watu usije tu the bad side of Gulf. And at the end of the day tuongee ukweli, we need jobs. So with Bahrain, unaona, I came to realize later that there is no for now any agreement, bilateral labor agreement, but the place is still good. It's not like Iraq ama wapi ama wapi. And before Kenyans were in Bahrain, sindio, walikuanga na wako. Si watu walirudishwa, hapana, si wako walibaki tu. So mimi nilitiwa kazi ya kwenda Bahrain, nikatengenezewa hiyo visa na nini.
Keta alinilipia huyo tu, alinilipia medical na nikaenda. Nikifika ndo nikafanya kazi. Sasa nilirudisha, corona ndio hiyo ikaingia, but I remember nilirudisha. So kwa hiyo nyumba ulifanya nyumba, ulipata familia yenye inakaaje? Very nice family. Wazuri, yani huyo mama mpaka sasa tunaongea. Ala. They are always the first people in fact to view my status. Wow. Nikiposti tu kitu lazima waangalie. It was a man, a woman? Walikuwa mama, mama na mzee wake, na kona kijana ameoa. Na wako na katoto. Alafu sasa tofauti na Saudi, mimi aliniuliza tu na nilikuwa nimeomba. Nikamwambia Mungu akisalari si ndogo, nashukuru, lakini unajua hajatuambia tusimwambie. Ati sio kuteta, lakini una vile nilifika nikaona nimechange karudi chini. Kasema ilikuwa imerudi hadi ngapi in Kenya? 23,000. Ilikuja 23,000. Kasema sasa hapa nitajipanga aje. Shule nini. Sasa nikaingia tena kwa prayers. Nikasema tu everything na prayers ni possible. Sasa nikaanza kuambia Mungu. Nikapata kibarua, hata nikapata tu ati mama siniguze tu aniongeze 10 bob ya huko BD wao natumia BD. Acha nikwambie the following after kuomba tu, after kitu 3 days huyo mama akaniita na anaogopa. Akaniambia, Sophie, dota wangu anachukuanga mtu kwa kampuni. Anamfanyia kazi na wanamlipa this much. Unaonaje kama unaweza taka? Hata naogopa kuniambia. Ati nikasema na roho yangu huyu anasema ni sini maombi yangu Mungu anajibu. Ngai na ile tu pesa niliomba ningeongezewa. Niko nimeomba 10 bob. Lakini sasa ananiambia atakuwa anakupatia 15 bob. Wow. Unaona? Unaenda unamfanyia kazi saa 8 na hata ni kazi gani? Sasa si ni kama naenda tu naguza na natoka. Lakini sasa nikamwambia sio unanipea, niweke end month unanipea. Si hivyo ndio Mungu wako. Na wakanipenda wote. Wote walilipenda, walinitreat vizuri. Tulikaa nao vizuri. Sasa hata nikaona iko haja nitoke. Siwezi toka hapa. Nitatoka niende nikutane na wazimu huko. Juu naamka saa 1. Naamka saa 1. Naingia kazi. Saa 4 nimetoka. Niko kwa room. Sikuwa napika. Aya huko unapika huko? Sikuwa ipika, nipikaga chakula zangu. Na ni mzee ameenda ameniletea mrenda. Juu nilimwambia na vitu zenye napenda, zenye hakuna. Cabbage ananiletea. Mimi unaona hiyo masaa yote yenye anapika niko tu kwa room nimekaa. Wow. Naye nilichukua that time. For those 2 years I came more closer to God nasemanga than any other year in my years. Kwa maisha yangu nilisema Mungu umenipea na mimi nitaitumia. Hata ukiingia Facebook utaona vitu nilikuwa nafanya. Ku-encourage watu, kuomba na watu. Corona ikakuja ikahit, ni online churches. I was among wale tuli-encourage watu sana. Sasa nikienda Kibira kuna mtu ananijua. Naweza enda Umoja kuna mtu ananijua na ni youths. Wengine waliokokea hapo kwa simu. Yesu ndiye anafanya kazi. Sisi yetu ni kunena. Vijana wakaokoka. Nilisema Mungu huwezi nipea time niingenge huku nikitingizia watu mili bure. Ati vile naonanga vitu zingine watu wanafanya shughuli. Hata mtu ataona wifi yake ni kuharibu unaharibu. Huyu mama ananilipia wifi. Ananinunulia data. Nirudi niende nianze kucheza ati Diamond na kina Zuchu huko nikitingizaga matako huko venye wanafanya. No, sema hapana. Nilikuwa na 2 hours of praise. 2 hours of praise. Wow. Every evening, no matter what, 2 hours of praise. Hizo ni zangu secretly. After that, na alert wase, kama ni Facebook, WhatsApp, tulikuwa na altar of prayers. We ourselves becoming altar of prayer and fasting. So the group was mainly on fasting and praying. Be it the nation of Kenya, the youths, because sometimes nilikuwa nakaa hivi nasikia pray for the youths. Naamka, naanza kuomba. Yani nilitumia hiyo muda ile, yani tuko mpaka na this year we have to finish reading the Bible. Obvious, utajaribu tu. Yes. Sasa tuko Matthew, kesho tunaingia
kesho kutwa tunaingia hii, tumefikisha wapi. Hiyo ndio kazi nilitumia. Nilisema hii muda nitaitumia hivi. Na wacha nikwambie hapo hata ndio Mungu alinipatia nyimbo nyingi sana. Nyimbo nyingi sana. Hata moja ndio nilirecord venye nilikuja December. Kwa YouTube. Umeiweka YouTube? Inaitwa aje? Inaitwa Tawala Yesu by Sophia Amimo. Taipata tu hapo. Okay. Nakwambia yani mimi nasemaga maisha yangu ni kama Mungu alitaka niwe closer na yeye. Hata mimi usema si kazi nilienda. Ni kama tu Mungu alitaka tu hiyo time mimi na yeye. Even there was a time I remember niliburst into prayers. So I was praying in tongues. So they came. Wakanok, walifikiria I was in danger. Wakanok, lakini mama alikuwa anajaribu kukambaba down. Alijua ni kuomba nao, naomba. Sasa hakutaka maneno mingi. Sasa ndio kesho yake Sophia akaniambia, Sophia, I know you are praying, but next time try to usishout hivyo. Lakini sasa hajui, huwezi control, sometimes you don't know. Na akapembeleza mzai. Na vile mzee aliniita nikamwambia my daughter alikuwa na shida. Sasa siwezi sema ati I was praying in tongues. Nikamwambia my daughter had a problem, so I started crying. But nilifurahia, nilimaliza vizuri. Wakani safiri. Yani it was ikuwa rahisi kuniachilia. Na mimi pia ikuwa rahisi, lakini at the end of the day watu wananiuliza mbona uliacha? Hata mimi karibu sasa nikuulize. Niliacha kwa sababu nilikuwa nafanya ile kazi ya hand to mouth. This is 23,000. Ikienda sana labda 26,000. Rent tunalipa 10,000 Kenya. 10 hii nyingine ndio mtoto anajipa. 10 unalipa ya watoto. Sasa pesa yote nikaa natuma nyumbani. Of course, yes. Hata my mom naweza sema nilitoka sijamtumia sukari. Ile ukituma hata mmeharibu budget. Unaona? So nikafanya tu nikamaliza kwa sababu ya kujisustain. Hata school fees bado niko na deni na bado niko na deni yenye nilikuwa nayo huko na sasa zina pile tu. Unaona? The good thing also I can thank the teacher. Mimi sijaiona mwalimu kama huyo, hajai nifukuzia mtoto. Up to date. Na sijawahi sikia amesema mtoto wangu kwa darasa ako na deni. Na in fact he's the happiest child. Na yani mimi usema tu she's a God sent. Up to day we owe her. But hajai tuanika huku hata siku moja. So nikaona nafanya kazi ya ni kama kibarua. Juu hapo ni mahali unaweza kaa, ningekaa hata 10 years. Lakini unaona sasa hii 23 nikitoa ndani nyumba 10,000. Watoto wangu ni wakubwa sasa, siwezi waeka kwa one room. Msichana ni ako 20. Kijana ndio yashakuwa shatairi nini. So at least unaona at least hata kuna kama mmoja anaweza lala sitting ni sawa. So unaona tukawa nampea analipa nyumba 10,000. Hii ingine ajipange na chakula yenye sijui alikuwa anajipanga aje. Mpaka siku yenye nimerudi. Hata uwezi ambia watu umerudi. So it was last year nilikuja August. Nilimwambia tunie tu alijua nakuja. Just na staki ile mambo ya mtu alitoka majuu ana kitu ana nini. And up to now kuna watu wajua ama niliwahi toka hii Kenya na nikarudi. So you came back last year in August. Wow. Is that with what inspired you kufikiria about other returnees? Hiyo ndio ilikuinspire? Yes. So from there okay we came. There was a time nikiwa bado huko I was still doing this. We were contributing for those who don't have tickets. Tuko na groups, Kenyans in Bahrain, Kenyans in Qatar, so when someone is in need, we come together. Apart from praying together, you see we were praying. I've done like even charity work nikiwa tu nje. Nilikuwa nafanya. Hata hizi orphans tulikuwa tuna visit tu nikiwa nje. We contribute, you organize, unatuma mtu na zawadi yako. Na mimi singojangi watu watoe. Mimi sinaga hiyo when I have, because everything if you don't include God
hauna maisha. So even with your income, lazima God umemweka wapi kwa hizo pesa zako, ni wapi anaingilia. So me I can't afford much, but I can afford bundle ya unga. Nasema pelekeni kwa children's home fulani. Na hata msiseme ni mimi nimewapatia, hata staki, hata hakuna mtu anajua. Hata sijaenda in public nikasema ati this is what I am doing. No. Unless now with the returnees, ndio tulikuwa tunasema like because they are going hungry. Na some can't talk. Kuna mtu unaona mpaka anakuomba shilingi 50. Kwa sababu lasa mimi I came with nothing, si ndio? Na si ati sikuwa nayo. Na hii nini ya mwisho, hii contract ya mwisho nimemaliza na uzuri, but still I don't have money. That is true. So nimerudi, I can borrow even 50 shilling, my kids are going hungry, mtu anashindwa ni nini. So there was a need, tukaona, can we be contributing a week food? At least we visit 2 of our returnees. Wow, nataka nikukate. Ndio part 2 I give you the time to talk about returnees, yes. Which is a very good idea and very thoughtful. Kwa sababu tumekuwa tukiona hadi kwa airport, mtu anarudi tu pengine hata ni mgonjwa, ni machozi, hajielewi, yani na kama hana mtu anaweza mshikilia, things may go wrong. Very wrong. We've interviewed many here. Mtu amerudi mtoto wake amekufa, ama bwanake alikufa, ama hivyo unasema sometimes umemaliza tu contract vizuri, but you don't have the money juu ilishatumika tu. Yote. Yeah, so ilitumika kwa 1 to 3 school fees, rent, everything. So when you come back you need a footing somewhere kwa kuanzia. Asante sana Sophie for that part 1. Na kabla nikuachilia kwa part 1, nilikuwa nataka utuambie, how do you find your experience in the Gulf, in the 4 countries? What would you say kulingana na what you experienced? Yes, okay. I at least got to know what is happening on the other side. That is, unakuwa na exposure. Then unalearn vitu mingi. Me, my life is based on my spiritual, yani kukua. Kukua imenisaidia kukua kiroho, imenisaidia kujua kurelate na watu zaidi, yani kukaa na watu, ni nini unaweza funza mwenzako, unaona, what do you have, yani what can you share with others, and also if it wasn't for me going to Middle East, I wouldn't be here. That is true. So God had planned everything, and he knew that maybe I can say maybe my success was to come through that suffering or true. That thing. Then today you cannot lie to me about Middle East. I know the good side and the bad side of it. That is the advantage and the disadvantages. I can tell somebody, ukienda hivi utaenda vizuri, ukienda hivi unaenda vibaya. Na ndio umeona sana sana na base na nini, wewe ni Mkristo, stick to your lane. Usione tu kazi, angalia pia Mungu. Atakusaidia katika changamoto zote. Si ningekufa mali, kuna mali ningekufa. Mali ningeteleza. But still nilikumbuka in Africa tumefundishwa tabia. Naweza jibu Mwarabu, naweza pigana na Mwarabu. Lakini nimeambiwa heshima si utumwa, and sometimes kubali makosa for the sake of peace. Wes, unajua mtu amekukosea na amekukosea kabisa. Lakini kwa sababu ya amani, wacha nibaki mba. Me I used to apologize even without makosa. I know very well wamenikosea, wamenifanyia. Na wacha nikwambie siko na ngoja kesho. Ninaenda hata kabla, nimevunja glass. Hey, naenda naambia I'm sorry, na inalingana unaingia na njia gani. Mpaka mtu anakuangalia hivi anasema hata kama alikuwa kukate kwa mshahara. Anakuambia hii ni kawaida. Anakuhurumia. Siwachi. Kesho naenda tena, namwambia sorry for yesterday. I'm really so, akananiambia no, iliisha Sophie. It is okay. No, namwambia no, inakubalika, it was wrong. Unaona huyu mtu hata yani umewin heart yake. Hata makosa zingine hata kuwa naona na mnakaa tu na amani. That is true. Yes. Wow. Thank you so much Sophie. Na hii part 1 nitaacha uache namba yako kwa sababu tukienda part 2 kuna mtu atasubiri hadi aone part 2 ndio atafute namba yako and maybe up to this point kuna mtu anahitaji usaidizi wako ama kitu unaweza mwambia. So before we go to part 2 kindly wapatie namba yako. Okay, kwa namba nitasema ni 07 08 191 507. 07 08 191
507. Na ningesema hivi, usikose kuenda kazi kwa sababu umeona mtu akona bad experience. Wakati huu kusafiri kumetengenezwa si kama kitambo. By the way, kuna mpaka NEA. Saizi kabla utoke, you can go to NEA offices na uangalie the genuine agents and the fake ones and those ones that have been cancelled. Then don't go before registering with NEA so that they know you are going somewhere. Yes. NEA stands for? NEA is a national employment. I think national employment something there. Don't go. Au ndo wanaweka pia data sasa. So you can even know agencies zenye ziko huko zote. Okay. Sasa it's with NEA. You will know the fake ones, the registered ones, and those that are not there. Wow, okay. And they can advise you because wanahitaji data yako. Juu kitu kikufanyikia pia kuna emergency numbers zenye unaweza piga. That's good, pia Sophie. Right now wako na program ya returnees pia wao. Okay. So ukienda uko kwa system, ukirudi uko kwa system, unaweza kuwa umepatwa na shida, they can receive you. Unaona? So please don't go bila kupitia huko. Wachana na huku nani ni aje unajua ka agent kazuri. Hizo story tuache. Enda kwa njia inafaa ndio tu avoid hizi cases mingi pia. Pia nilisikia kudheha pia wako nayo. Unaweza waona. Pia hizi organization NGOs pia before you go ask. Just ask. It's very true. You can reach out to us. Ask. Sijasema mtu asiende kazi juu atufuanani. Nilipata wadosi wazuri, nilipata wadosi wabaya. Hao wabaya kuna sheria ilideal na wao. Nikakuwa safe. Hawa wazuri pia kuna sheria ina deal na wao, narudi nyumbani safe. Yeah. Wow, thank you so much, Sophie. Na at least hivyo tumejua about those fake agencies juu watu wanapoteza pesa sana. Unaambiwa leta na bado visa hata haijatoka. So unashinda hapo ukiwauliza kuliendaje, miezi zinaenda. Eventually you go to that office, there is nobody. And or you it find doesn't even people. exist. Yes. Hai exist. Yeah, sure. Office bubu. Wow. So thank you so much. Na thank you kuri we mwiroreri wa Kirathi gia Karo Kinyugo Mwaura ni undu wa gutwarana na ithuĩ nginya hau tukinyanĩtie na Sophie. She has told us a very interesting story. Na I hope, and that is what I keep saying, anytime tuko na story hapa, I hope kuna kitu unasoma. Unasikiza na unasoma kitu, si ndio? So thank you so much. Tupatane part 2 so that we understand what inspired Sophie afikiria mambo za returnees, anataka wafanyie nini na anataka wao pia kama wameshikana hivyo wafanye nini ingine kwa wenye wanarudi. We've said kuna wenye wanarudi kama wako na stress, wengine wako na depression, some have nothing, okay, others come back happy. Au wenye wamefaulu pia wanataka wafanyie nini au wenzao wenye wanarudi. So let's get to part 2 together. Usiende, bado hatujaachana na Sophie. Na tugithie breki uririkane turugamirirwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya Brico Homes. Na Brico Homes twina migunda iria ndindaga ngikwira kuria mwena wa Sagana ni ndikwendete, ni kundu guthaka muno na ni kundu kwina migunda ya 50 by 100 na turendia na thogora wa 500,000 Kenya shillings inclusive of the title deed. Ugienda guthie kuona migunda yo, just call Brico Homes na tugukorwo tugigutwara mithenya iria tukoragwo tugithi Sagana 0721 077 077 wahura ni ugukorwo kiaririo ni Pauline kana mundu uri ungikorwo thiini wa wabici nigetha tuthie wone migunda yo iria iri haria Makutano, just behind Destination Hotel on the dual carriageway ya kuma Keno guthie Marwa. Koguo ni tuikare twi hamwe tukimenyaga ati twaigithia na Brico Homes ni tugukorwo tukinengerwo title deed citu. Twikirie oro hanini tucoke na part 2. Ta twire atiriri andu aguku tontrona micii niyo ituthiururukiirie ri hihi kaingi ni kimekaga na migunda eno yao kundu guku ri no igwa nyanya ona ungimira haria Makutano nyanya nyingi ciumaga guku nyanya nyingi cithia Githurai ciumaga kundu guku tondu tiri uyu ri tiri uyu ni mwega fiu na kurima ta ru thaici he mundu wahetukana nyanya haha no ngenda muona na nyeni na thukuma koguo kundu guku no rimire kundu guku irio ta icio ni ciumaga wega fiu nginya mbembe koguo na mundu angigurira ga plot gake ta uguo mutu uthiete iguru aige ni ahanda mbembe kimera kimwe ndekwa ngonia ciake igiri niguo na icio no arie nginya mwaka mugima. Wow.